fact, and you can have them here. Where will you come from? Which county? Come from which county? Namira. Nani hapo na nani? Sasa nani? So E-Media brother Don, karibu sana E-Media from Kisumu County. Then Nyakach Sub-County Secretary Sports Dan Orienge, you are here because your girls are playing. I'm also getting that Lara Girls Sub-County Secretary is also here to witness this match over here. Together with the fan base from the other end, Opuk Submarine, karibu sana. Wangwana ambao toka mbali karibuni sana. And now we can see the chairman is already here, meaning that the final should now be ready. Brother George Olo is our Nyanza regional chairman. He is the host chairman of the nationals for this year's edition. And that is Brother George Olo, who is the chairman. Then we also want to acknowledge the presence regional director Nyanza Sports Vibe, Brother Joshua, karibu sana, and your team of what you gave us, tunafurahia sana, tena tunafurahia sana, tena sana. We are number 3. Then we start the finals for the girls. Sound check. Asante sana kwa commentator kutoka hapa katika uga wa Kisii School, ambapo ni finali tu ambayo imeweza kungojewa sana baina ya Nyakach Girls. Walikuwa hapa katika finali hii mwaka jana. Tunao Alara Girls pia ambao wamekuja na surprise hapa kwa akina dada, tukaona kwamba wakawabandua Hawinga Girls. Upande mwingine Nyakach asubuhi ya leo wameweza kufunga si bao moja, si mbili, si tatu, ni Jumatatu hadi Jumapili, ambapo waliweza kufunga mabao 7, mengi sana hawa wana Nyakach Girls, kumaanisha kwamba upande wao wa attack uko salama salmin, na katika finali hii wote wanapigania nafasi ya kuweza kufika katika finali. Nakumbuka kwamba matangazo haya ni kwa ushirikiano wa Kenya Secondary School Sports Association, ambalo ndilo shirika kuu la kuweza kuandaa matangazo haya. Kunayo Nyanza Sports Vibe ambao ni miongoni mwa washikadau wakuu hapa hivi kuhakikisha kwamba matangazo haya yameweza kuwa vema, na hatuwezi kuwasahau wale watangazaji wenza kutoka vituo mbalimbali. Tunao Ndizi TV kutoka kaunti ya Kisii, tunao Tawi TV ambao pia wameweza kuwa katika mashindano haya hadi upande ule wa East Africa. Asante sana Tawi TV. Tunayo Kisii FM, ni redio katika kaunti ya Kisii, pia wanasema kwamba matangazo haya lazima waweze kuwa. Tunayo Kala TV kutoka upande ule wa kaunti ya Kisumu, pia wameweza kufika hapa hivi. Pia tunayo Ugunja Daily News ambao pia wameweza kufika katika matangazo haya kuweza kuhakikisha kwamba yako sawa. Co-commentator. Asante, thank you so much. Thank you so much. Ni sound check. Ni mechi ambayo center referee ataweza kuwa ni Maxwell Were. Upande ule wa assistant referee AR1 tunaye Calvin Moturi. Upande wa assistant referee 2 AR2 tunaye Philip Owenje. Upande ule wa assistant referee 3 tunayo Evans Akanga. Upande wa technical advisor Tobias Ounga ni miongoni mwa wasimamizi upande ule wa mechi ya leo. Finali aina
aina yake. Timu mbili matumaini wanayo ni moja tu, kufika fainali, kufika nationals. Check. So our check DJ nani ongeza volume kidogo so that we marshal and we tumalize. Otherwise, ladies and gentlemen, we are doing the final marshalling here for Nyakach girls and Alara here. Nyakach girls are putting on the Atalanta Ella jersey here, as I see, from the Plateau, Kisumu County, and the young girls here from Homa Bay County are also putting on the headsaw. The EDSO is the main sponsor of the health issues in Homa Bay County. The Alara girls that are taking to the nationals for the first time ever in those history. Already the two teams will proceed to the nationals, as we said. After this, So, thank you for the various media channels. We'll be killing the commentary on live football game because of it's being televised live on national television. Nyakach girls are here to face previous demons. Demons them in the finals. Do they have what it takes to break record? Number 9, Emily, 4 goals in these championships already. 3 goals at the county levels and a massive 17 goals at the zonal championships. She's being watched. Jersey number 4 from Alara, Taina, has already been spotted by the under-17 coach, together with the midfield maestro Gertrude. Alara, this is their first time in the regionals final. Coached by Joseph Willis, assisted by Daniel Odundo, and the principal Cyprian Senga will no doubt be proud. We'll be giving you announcement as they bring in. But thank you so much, media stations. Alara, thank you. Yes, Brother Morris. We can see that these two teams are already getting to the field here. This is a big team here. We have our referees are also taking to the field. And as you can see, this is the final that we have been waiting for the girls here at the Kisii regional finals, as you can see here. Our referees are also here, as you can see. Check 1, 2. MC, to me kindly. MC Tumi, kuja karibu. Ngoja kwanza. We are official marshalling. The chairman is here. The chairman is here. You have to be greeted, Fadhali. You have to.
NRSSA Chairman, and your guests. We are proud to present to you the finalists of 2024 Soccer Girls Finale. In luminous is Alara Girls, and in green is Nyakachi Girls. Allow me to invite you to shake their hands, and then we can proceed. Kuna watu wamenipenda. Hata mimi nitakuwa na kamera zangu siku moja. Asante sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV. Tunakuja moja kwa moja kutoka upande huu wa Kisii School. Ni fainali aina yake, timu mbili, moja Nyakach, ya pili Alara kutoka eneo hili la Nyanza. Ni fainali ambayo mshindi katika mechi hii atajikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kucheza katika mechi za upande ule wa Nationals. Kwa sasa ni washikadau wakuu baina yao Joshua Orina, msimamizi Nyanza Sports Vibes, ambao wameweza kufika hapa kuwasalimia wachezaji tu. Nyuma yake tunamuona ni mwenyekiti wa michezo katika eneo hili la Nyanza ambaye ameweza kufika hapa katika eneo hili. Kunao washikadau wa kesha kuhakikisha kwamba mechi inapoanza inaanza vema kabisa. Mbele yetu tunaye Oanga, msimamizi wa mechi za soka katika eneo hili, akiweza tu kuongoza hizi timu mbili kuweza kuwa sawa. Timu zote mbili zimefika kabisa, wako tisi kuweza kufuatilia mechi hizi kuona hatimaye itakuwa vipi katika mechi hii ya timu hizi mbili. Upande ule wa center referee nitakuwa nikwambia kwamba wasimamizi katika mechi hii ni wagani ambao watakuwa katika michezo hii kuhakikisha kwamba hali yote imeweza kuwa shwari. Kwa hivyo ni mechi iko na mwenyewe. Wakati huo ni mechi tu ambayo iko na hisia mseto. Mashabiki washafika kutoka nyanja mbalimbali za eneo hili la Nyanza. Watangazaji wetu wako tisti kuweza kuona ni kipi ambacho kitaweza kuwa. Tunaambiwa kwamba timu zote mbili zitaweza kuwa upande ule wa Nyanza, wataweza kuwa vema katika mechi hizo, kuona kwamba hatimaye kutakuwa vipi. Anakwenda kupiga mpira ni Joshua Orina, msimamizi mkuu wa michezo hii. Wakati huo wanaanza rasmi mpira huu ambao utakuwa unaanza fainali ya akina dada, kuona kwamba mshindi ataweza kuwa nani. Timu zote mbili zishapewa nafasi ya kuweza kwenda upande wa Nationals. Watakuwa hapa Kisii. Swali ni nani atakuwa nambari ya kwanza, nani atakuwa nambari ya pili. Inaitwa bragging rights, kuona kwamba itaweza kuwa nani. Mwaka jana Nyakach hawa wa kijani kibichi waliweza kuwa katika michezo hii, wakaweza kubanduliwa na Luak washabanduliwa upande ule wa semifinali na Nyakach hawa. Tusubiri mechi itaweza kuwa vipi baina ya timu hizi mbili. Nitakuwa nikienda upande mwingine kuona kwamba referees katika mechi hii watakuwa marefa katika mechi hii wataweza kuwa ni wagani katika michezo hii. Center referee Maxwell Were, AR1 Calvin Moturi,
AR2 Philip Owenje. Match commissioner katika mechi hii Evans Akanga, na upande ule wa technical advisory TA tunaye Tobias Ounga kuweza kuwa katika upande wa michezo hii. Tutakuwa tukisubiri kuona kunani. Kuna fainali tu ambayo inangojewa kuona kwamba kesi baina ya Agorosari na Matutu kitaisha vipi. Tunasubiri. Wanakwenda kupiga picha ni wasimamizi wa mechi hii pamoja na nahodha wa timu zote mbili katika mchezo huu. Tunasubiri kuona kunani. Kushoto wanasemezana Nyakach, kulia wanasemezana ni wachezaji wa timu ile ya Alara. Muda mfupi tu kutoka sasa mechi itakuwa inaanza. Hisia si nyingi sana hapa, ukibaini kwamba wote wako katika upande ule wa Nationals. Kwa hivyo ni mechi tu ya kuona kwamba nani yule anachukua ubingwa wa Nyanza, nani yule anaingia katika fainali za kitaifa kama bingwa wa Nyanza. Tutasubiri tu kujua ataweza kuwa ni nani. Marefa wanabaki wakiomba, wakiambiana kunani. Mashabiki wametulia tuli. Wengine na waona upande ule wa ua wa shule hii ya Kisii School kujipatia nafasi murwa ya kufuatilia michezo hii. Mitini kunao wengine, kwenye viti kunao wengine, kunao ambao wamesimama, kunao ambao wamerefusha shingo kuhakikisha kwamba hawakosi kuona historia hii ya leo. Baada ya dakika 90 ikienda sana 120, je, mshindi atakuwa ni nani? Nyakach Alara, Nyakach Alara. Tutasubiri tu. Nakumbuka kwamba matangazo haya ni Ndemo Steven, Captain 001 katika mambo haya ya michezo kutoka runinga ya Ndizi TV, washikadau Nyanza Sports Vibe, Peak Sports Uniform, kuhakikisha kwamba haya yote yako sawa. Na wakati huo nawapatia watangazaji watakao tupatia dakika zao 10 za mechi hii, watuambie kwanza 11 wanaoanza ni akina nani. Asante. Haya bana, soka katikati ya uwanja, mabanati hawa wa Nyakach wanakabana ko na Arala. Soka hii ambayo ni fainali siku ya 4, siku ya mechi ya mwisho hii ya mechi hizi za ukanda wa Ziwa. Nazungumzia nini? Nazungumzia kuhusu the regional ball games ambazo zinafanyika katika kaunti hii ya Kisumu. Ikumbuke ya Kisii, ikumbukwe kwamba Arala wanawakilisha kaunti ya Kisii na Nyakach wakiwakilisha kaunti moja ya Kisumu. Katikati ya uwanja yupo mwamuzi wa siku. Vijana hawa mabanati wa timu zote mbili tayari kukabana ko, kupigana nguvu. Wanasema siku zote Waswahili, vigogo wakikabana ko basi nyasi ndizo humea, na siku ya leo nyasi ni mpira. Tusubirie tuone kipenga cha mwisho cha mwamuzi. Bila shaka sauti sio ya mwingine, ni sauti ya Majaliwa Ali. Gozi inaanza, jezi 4 mgongoni, pembezoni kushoto, tuliza ile gozi, gamba la kifua, anaachia katikati ya uwanja, warakataa, ingia jezi nambari 10 mgongoni, piga ile chenga juu kwa juu, jezi 19 mgongoni. Watu wa tafutia hii jezi gani na gani, hii ndio Nyakach. Piga fyongo ile inatoka nje. Nyakach ile gozi iko chini, weka chini ile gozi, kipa nambari 1 yule. Hiyo inaanza. Tuliza kwenye kirani, wanaingia Nyakach, jezi nambari 8 mgongoni, potea kichwa kinaita nyuma kwa nyuma, toa ile gozi, tuliza tena kwenye kichwa. Nyakach piga potele popote. Arala, jezi nambari ngapi? Captain Fantastic huyo, mwite nani? Irene Wandera. Mwamuzi wa katikati ya uwanja Max Ulwere Puriza Kipenga anasema Mazambe itakuwa ni fall kwa faida ya mabanati wa Nyakach. Anakuwa anaichanja nani? Jezi 19 mgongoni, Christine Adhiambo. Adhiambo weka ile gozi chini, Christine Adhiambo. Christine Adhiambo hatua kadhaa
chanja juu kwa juu, nini anguka nayo Mary Akat, kipa nambari 1 wa Mwite Naomi Oduyo, daka ile gozi, kichwa kinaita, wanaanzisha, uwanja umejaa, umefumuka huu, juu kwa juu inaita, taratibu, tuliza ile gozi, wanaingia Nyakach, piga potele popote, jezi 15 mgongoni, Mwite Line Datieno, piga ile gozi, anasema afadhali fedheha kuliko lawama. Haya bana, ikiwa leo siku ya mwisho, siku ya 4, tunapata mshindi ambaye atakuwa anawakilisha ukanda wa Ziwa, yani the regional, kwenye michezo ya nationali. Kumbuka the sponsors wale wa michezo hii ni The Nyanza Sports Vibe. Gozi inatoka nje, itakuwa inaelekezwa kwa lango la Arala, ilikuwa inarushwa na anairusha ile. Soberea, tazama, Akinyi tena, rusha juu kwa juu, anakataa tena Arala, tuliza kwenye kidane, juu kwa juu, katikati, piga pote la popote, anaikosa ile. Wanaingia tena Nyakach, mwamuzi wa katikati ya uwanja Max Ulwere, puliza kipenga, anasema ikabu kwa faida ya Arara. Ikabu ile, mwana jezi nambari 6 mgongoni, Mwite Juliet Akinyi yuko pale, jezi 10 mgongoni, Mary Atieno, kubali kunyanyuka, Captain Fantastic yule, anasema nipo tayari kutetea timu yangu ya Arala. Anaamka Ikabu ile, itakuwa inachanjwa Ikabu kwa faida ya mabanati hawa wa Arala. Weka ile Ikabu chini, piga juu kwa juu ile gozi, sakama, valisha mtu kisigino, inakubali tena, piga juu kwa juu, wanaingia pembezoni kule kumtafuta nani, jezi nambari 9 mgongoni, Mwite Isa Awino, daka kipa nambari 1. Haya, Mary Akat, daka ile gozi, anasema chakula chango, anasema chakula chepesi hiki kama pilau. Anzisha Anyango Mary, wanaingia tena Nyakach, kata jezi 3 mgongoni huyo wa Arara. Haya, tia kwenye kidani, vuka msajili wa katikati ya uwanja, Captain Fantastic Yukinta Diambo, anauziwa duruga za mapema, sema mwamuzi wa siku Max Ulwere. Irago inapigwa Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala, anakuwa anaichanja nani, jezi nambari 6 mgongoni, Juliet Akinyi. Bila shaka Juliet, sio Juliet Akinyi, Captain Fantastic yule. Mary Atieno anakuwa anaichanja ile fall. Mary, weka ile gozi chini, juu kwa juu, kichwa kinaita tena, kata Nyakach. Haya, sema msaidizi wa mwamuzi Calvin Muturi, mpira wa kurusha kwa faida ya Arala, jezi 6 mgongoni, atakuwa anarusha ule mpira Juliet Akinyi. Akinyi Juli, cheza na mwenzake nani, jezi 10 na sweta mgongoni, Captain Fantastic huyu Getemba Molo, lakini mpira unakuwa mrefu, anatoka nje, walitoa wale wanadada wa Nyakach. Napigwa Ikabu ile, anapigwa Ikabu. Naona kama mchezaji yule anajishikilia vizuri kabisa. Captain Fantastic yule tayari akuje kupiga hilo gozi, na ukiona upande wa pili yule kipa anapanga ukuta, anaachia tufali, kitu kinaita mbovu, anaikosa jezi nambari 10 ilikuwa bao ambao angelenga, alingepata bao, na iwapo angeipata vizuri basi tungezungumzia mambo tofauti. Kipindi cha kwanza anapiga mbele kabisa kumtafuta mwenzake, piga chu kabisa kumtafuta jezi namba 8, lakini wapi, anachukua jezi namba 16, anatambana na mpira, jezi namba 4 mgongoni, mlinda langa na udaka, mlinda langa na udaka, anakwenda nayo, rusha mbele kabisa kumtafuta mwenzake, namba 10, hatari, ameondoa bao ile, bado Dulanta limenukia, hatari, piga wapi, kata 1 2 3, inakuwa ndefu, kipenga kinaplezwa. Msaidizi wa mwamuzi anasema upande mwingine wamemchezesha madhambi. Philip Wenje anasema madhambi itakuwa ni pakati la Ikabu kwa faida ya mabanati wa Arala. Ndio, faida ni Arala. Piga mbele kabisa, anamtafuta mwenzake kwenye kituo cha uwanja, jezi namba ngapi mgongoni, namba 18, Quinta Adhiambo anapiga gozi, inakuwa ndefu kabisa, unaondoka nje. Bwana rusha
Anarusha, amecheza madhambi tena, kipenge na kwa huko. Faida ni Nyakach. Wanaweka gozi ni Ikabu. Jambo anaweka ile gozi chini, anaambia wenzake wote tusonge mbele bana, tutafute goli la mapema. Kumbuka anavuta hatua 3 nyuma, tayari kuja kuligonga gozi. Gonga mbele kabisa, hatari! Go! Ladu! Wanakataa. Namna gani? Wanakataa kabisa. Wamekataa kabisa. Mwamuzi katikati wa duara anakataa. Anasema kashaotea na kujenga kibanda kwenye ardhi ambayo si cha kwake. Naambiwa bomoe. Haya. Vizuri kabisa. Jezi namba 2 anampatia mwenzake, anamfuata jezi namba 14, katamba na mpira, tuvurumisha kwa la mtu mzima. Juu kabisa kimtafuta jezi namba 16 pale. Lakini wapi? Anafuata gozi, chukua kata 1 2 3, anapiga wapi? Anatamba na mpira, juu kabisa, baada amekata kata 1 2 3 tena. Toa cross inakuwa mwingu unatoka nje. Kumbuka unatupata moja kwa moja kama ni wadhamini wako sisi wana Nyanza Sport Vibes. Ndani ya Ndizi TV moja kwa moja kupitia kiwambo chako. Anachukua jezi namba 4, piga mbele kabisa akimtoto mwenzake, tena piga kwa kichwa, tuliza gozi vizuri kabisa, wapi gozi na dunda. Anakwenda nao jezi namba 5, anavurumisha kombe la mtu mzima pale, lakini wapi? Anatamba nao kata 1 2 3, wanakwenda tena, wanatamba kutamba. Bali inakuwa mwingi unatoka nje. Gozi inakuwa mwingi. Anatamba tena. Analalizwa mchezaji kule chini, naona kama waganguzi wanakimbia kule uwanjani. Kumbuka hadi kwa sasa hivi ingekuwa shabiki wanasherekea mle uwanjani, mwamuzi akasema alikuwa amesachezesha madhambi mle. Naona mchezaji amelala kule. Ndiyo. Inatokea Homa Bay County. Tutaona itakuwa vipi. Anapata huduma za kwanza. Naona mchezaji yule bado yuko chini kabisa. Anapata huduma zake za kwanza. Jezi nambari 15 mgongoni. Jezi namba 15 mgongoni. Jezi nambari 15 mwite Linet Atieno. Ako chini pale. Linet Atieno yuko chini. Amepata majeraha. Lakini anakubali kunyanyuka, yule binti stadi sana, jezi nambari 15. Ndiyo. Anakubali kunyanyuka, anatoka nje na wale anaenda kufanyiwa huduma ya kwanza mle nje. Anaenda kufanyiwa huduma kule nje. Huduma atafanyiwa kule nje. Vizuri kabisa. Naona kama gozi iko pale. Haya. Gozi iko pale. Gozi liko pale kama mchezaji yule baada anafanyiwa ukaguzi. Haya. Wakati huo uwanja umejaa. Ndio. Uwanja umejaa mashabiki shakiki. Anarusha vizuri kabisa kumtafuta jezi namba 19, lakini wapi anapika kwa kichwa akilifuata mwenzake jezi namba 9. Anatamba na gozi, wote wakitoka kwa mbio ya kasi, lakini inakuwa ndefu, inakuwa nje. Atakuwa anarusha Nyakach huyo. Haya, rusha ule gozi, anakataa piga harara, mpira unatoka nje. Hujatoka, ukata. Harara. Tuliza. Wakati unapata jezi namba 8 mgongoni. Wanaingia, wanatuliza. Pembezoni kushoto, wanaingia taratibu nini? Anatoka lakini alikuwa amecheza viungo ile. Inakuwa ni kona. Inakuwa kona ya kwanza ile. Mchezo ile tunaishuhudia. Na inanikumbusha hapo kesho bana, kona kwanza walipata wale vijana wa Matoto. Ndiyo. Na wakawa wanamtutua mtu bao la mapema. Tukaona kama neti inatingizika. Tuone iwapo itakuwa inazaa matunda ile kona au vipi. Na siku zote unajua kona zikipata mtu stadi. Ndiyo. Mchangaji wa mpira mzuri inakuwa ni mambo yako sawa. Haya, kona. Bila shaka atakuwa anatumia mlake na jezi namba 18 mgongoni. Jezi namba 18 mgongoni, mwite nane anaitwa Irene Wandera. Namba 18 mgongoni. Irene Wandera atakuwa anapiga ile box.
Irene Wandera anaweka ngozi ile chini. Mwamuzi wa siku Michael Were pale anaambia mashabiki, jamani, tusogeni mbele tupe nafasi ya kuweza kuvurumisha. Uwanja umejaa. Uwanja umejaa hadi pomoni. Bila shaka mfadhili wa michezo hii yuko hapa mwenyewe. Ndio. Na Joshua mwenyewe amefika hapa kushuhudia michuano hii, na tukumbuke kwamba yeye alipoingia hapa alisema kwamba anaitakia timu Shekwatu. Haya, tunaomba wale ambao wako pale chini, tunaomba songe wanafunzi wacheze tafadhali. Wale ambao wako kule chini wanaambia wachezaji, mashabiki walioko kule kando ya uwanja watoke tafadhali, fans mradi waanze gozi. Haya, wale ambao wameingia ndani ya kiwanja tutoke tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa. Anaitia ile gozi chini bila shaka. Bado ni Irene Wandera. Tafadhali wale wako chini tunaomba mwache wanafunzi wacheze. Gozi itakuwa kuchanjwa. Tafadhali. Gozi itakuwa kuchanjwa pale. Wale ambao wameingia ndani ya kiwanja huku ndani tutoke tafadhali. Tunaona kama shabiki wanaleta vurugu pale, hawataki kutoka kwenye laini. The security team. Tunaona kama shabiki mko wapi tafadhali? Shabiki ni kama wanaleta vurugu pale kwenye laini. Na mwamuzi wa siku anafika kwenye tafadhali. Inafanya gozi bado linasimamishwa. Haya bana. Officers tafadhali. Kulingana gozi inasimamishwa. Wale security team wetu mko wapi tafadhali? Gozi inasimama. Security team inakuwa ni kelele ambapo wanalete na mashabiki. Mashabiki wanaleta vurugu pale, kumbuka. Umeingia sana tafadhali. Tusonge. Na inabidi mpira isimamishwe. Naona kuna mashabiki wengine ambao wanaelewa sana. Wanasema kwamba tafadhali tusonge nyuma, shida iko wapi? Wote tunahitaji kuona mpira, na wanawaambia wale mashabiki wenzao kwamba rudini nyuma tafadhali. Turudi nyuma ili tuweze kuwapa kazi rahisi ya kucheza. Tunataka kuona jinsi ambavyo gozi itakuwa. Tusubirie tuone mambo yatakuwaje, tujue itakuwa vipi. Lakini yote 9-10 lazima patikane mshindi na mshindwa hii leo. Lakini kitu tumepata ni kwamba shabiki ndio wanaharibu gozi. Mashabiki siku zote, hakuna siku wachezaji wakaanza na wameingia uwanjani na hawataki kutoka. Napenda sana wachezaji wa timu zote hizi mbili, ukiwaangalia hawana wasiwasi. Napenda sana. Wacha tuone. Wacha tuone jinsi ambavyo itakuwa. Naona kama usalama umekuja. Walinda usalama washafika. Walinda usalama washafika. Kutuliza ile hali. Wanatuliza. Wanatuliza. Kazi mzuri kule chini. Baba Mesh from Migori, kazi mzuri. Wanawaambia wasonge kule. Baba Mesh, tafadhali, wewe ndio tunakutegemea kule chini. Ukifanya kazi hapo chini basi utakuja uchukue chai huko juu. Baba Mesh. Ni kazi tafadhali. Nyanza Sport Vibes wadhamini. Na wale security team ambao wako kule tunaomba tusaidie. Wakiwemo humo ndani. Walinda usalama wamefika hapa kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Wakati ambapo huyo godu unasimama, nitakwambia yule ambaye unataka mipira. Tunakwambia kwamba iwapo una tatizo na unataka gozi, unataka mipira, unaweza tembelea wana Nyanza Sport Vibes. Na Nyanza Sport Vibe tunapatikana maeneo gani? Unatupata katika Waumini Plaza orofa namba ya 2. Banafika pale karibu na eneo la Choma. Katika barabara kuu la kutoka Kisii kuelekea Kisumu. Ofisi zetu ziko wapi?
ama ututembelee kupitia nambari yetu ya simu 0706000555 ama utume barua pepe kupitia www.nyanzasportvibes.co.ke. Lakini pia kumbuka, kwa siku ya leo tuko katika maeneo haya, tuna hema letu hapa, ikiwa ni siku yetu ya mwisho ya kumaliza michezo hii, na sisi tayari wako na tikiti ya kwenda national. Naomba tuwapatie nafasi wacheze, tupate yule position. Na ukienda pale utapata warembo ambao watakuhudumia. Wakina nani wako pale, warembo wetu wa Nyanza Sports Club. Mambo Pia kumbuka mambo ambayo wanazo huduma nzuri tu, fika pale uweze kuulizia mambo yanayoendelea. tuwapatie nafasi wacheze. Bila shaka gozi liko wale waamuzi wa katikati ya uwanja wanaitana, wanashauriana, wanazungumzana, waone nini mbaya, wazungumze wao kwa wao, waone watafanya vipi. Wachezaji pia wanatoka kwenye gumzo ambao walikuwepo na wakirudi kule uwanjani. Napenda sana wachezaji siku zote wanaimarisha nidhamu ya juu kule chini. Bado tunazidi Scott bado hapo mbele. Scott Eric hapo mbele, bado iko shida tengeneza. Naona kama walinda usalama wanafanya kazi upande mwingine pale chini. OCS brother Scott Eric, tengeneza pande hii. OCS tusisahau tengeneza pande hiyo tafadhali. Wengi sana ambao wamefika hapa kushuhudia mchezo. Wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wasimame. Sports chair mwenyewe bwana Joshua amefika hapa na ameketi chini upande wetu wa mkono wa kulia akitulia. Anatulia pale, anasema bwana, mimi naitakia timu wale wa mbele wakae chini na wale wa nyuma wapate kusimama, alafu ndio tuendelee. Sana mashabiki ambao wanafanya kwa sasa hivi, wakati unasonga unapata nafasi unakaa chini, alafu ndio tunaendelea. Tuko tayari, tunapenda mpira sana, ndio tunapenda mpira na ndio maana mpira sana na hatutaki kuvuruga kitu. Basi tuko tayari kuketi chini ili kuona mpira unaendaje, na hilo ndilo sababu imefanya tumekuja mahala hapa. Remember, the coach of under 17 is here. The national coach of under 17 is here. She's scouting for 8 players. So kindly we need to have this match played today. Jinsi ambavyo watu wanacheza. Kindly just give the security officers time. Naona and kama as you know, KO under 17 is going to the World Cup and she's here and she's seriously scouting. So please, bado gozi liko mle chini. Kazi liko chini. Gozi limesimama. Linatulia, mambo yako taratibu, limetulia kabisa kwenye uwanja. This is now Nyanza Top 2. Gozi limetulia kabisa kwenye uwanja na mambo yako sawa, mambo yako taratibu. Kama ndo unajiunga nasi, ni kipindi cha kwanza hiki. 15 medals for MVPs and again 9 big trophies to be awarded today, and we have to get the winner here. Brother Joshua, that is good. The netball girls finals, Yungi Ogango and Nyakach girls is on. You can walk and watch that. Basketball semis 3-on-3 is on. Ambira takes Unjiko boys from Kisumu County. And Sagongo takes Maseno School this morning for rugby. Not rugby, but basketball 3-on-3. Basketball 3-on-3, 3 teams will represent Nyanza at the Nationals, while rugby girls, 4 teams will represent Nyanza at the Nationals. So try and get the best team for rugby. 15s for the girls will be enjoying all these actions from here at Kisii School for the Nationals coming next. Jezi 9 mgongoni huyo
Isa Awino kata beki fantastic Iron Ndera yo wanaingia nini tia fataki ile, lakini kazi nzuri akawa jalenga, ndivyo sivyo, inatoka nje ile. Ingekuweko Mwanaidi lakini bado. Haya, weka ile gozi chini, kipa nambari 1 Naomi Oduyo Warala huyo wanawakilisha jimbo la Homa Bay. Ndio. Haya, anzisha ile gozi Arala, tuliza juu kwa juu, anakipiga kimbea beki fantastic yule Akinyi Aisha. Haya, Christina Diambo sio Akinyi Aisha, piga juu kwa juu, kichwa kinaita tena, jezi 7 mgongoni Nyakach, kichwa tena kinaita, anaingia lakini kibendera kipo juu. Calvin Mature kashaotea. Haya, anasema Philip Wenje huyo ndio msaidizi wa mwamuzi, ulikuwa umeshajenga kibanda eneo la yenyewe, inakuwa ni offside ile. Inakuwa ni offside ile. Anakuwa anaanzisha Mwanaharana, bila shaka atakuwa anaipiga ile 8 jezi 10 mgongoni Mary Atieno, kichwa kinaita tena Captain Fantastic huyo, jezi namba 10 mgongoni 19 huyo Moite Velma Awar wanaingia nini taka kipa namba 1 yule wa Nyakach Merakot anadaka ile gozi, anasema rahisi sana kama 1 2 3, kichwa kinaita tena Arala, toleza tena, najaribu nini. Haya, anaweka ile gozi chini Mwana Arala, Moite nani yule. Haya, Awar Velma piga juu kwa juu, kichwa nini ile bovu ile, na kwa mwingi unaondoka nje, itakuwa ni goal kick ile, itakuwa ni goal kick ile. Wanaanzisha tena kwa haraka Nyakach, cheza na Irene Wandera, juu kwa juu, anampa 8 pembezoni, jezi namba 7 mgongoni, lakini piga potelea popote, unatoka nje. Haya, akwanurusha nani Mwana Nyakach, Moite Aileen Wandera, jezi 18 mgongoni, piga tena jezi cheza 11 wake Awino Wandera, kata hawa wanaingia taratibu. Mwanaharana Lenet anaingia, jezi nambari 8 mgongoni Nyakach, Morina Tieno gawa, cheza na nyuma kwake nani Adwambo, wanaingia lakini anatoka mlinda lango nambari 1 mgongoni huyo Naomi Oduo, anasema chakula changu. Naomi Oduo anamwachia Linet Atieno, jezi 15 mgongoni. Linet Atieno atakuwa anaichanja ile, tumia goli lake la kushoto vilevyo, piga pembezoni kushoto, lakini kichwa kinaita taratibu, tuliza kwenye kidani, jezi 4 mgongoni, anatoa ule mpira, unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Amelipiga na linaondoka nje. Haya, alitoa Tina Akinyi, alitoa ile gozi Tina Akinyi, itakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Anasema hakuna nafasi la kuliachia mtu apite. Anasema hakuna nafasi, anapiga potelea popote. Ndio. Anasema hapa nitatumia viwango vyangu vyote. Nakumbuka ni kipindi cha kwanza, bado wako 0-0. Hakuna alofanikisha kuonja lango la mwenzake, na bila shaka kama kuna yule mtu ambaye hajafika hapa kushuhudia michuano ama yupo mbali, ndio hawezi kuona uwanja mzima, kumbuke kwamba tupo live kabisa ndani ya Ndizi TV. Afike Ndizi TV atupate live kupitia kiwambo chake, andika Ndizi News TV Digital, alafu mambo yanakuwa yako sawa kabisa. Azita tena Nyakach, tuliza jezi nambari 9 mgongoni, wanaingia Nyakach gaga nini ile, ameudaka mlinda lango, daka ile gozi Naomi Oduo. Ndio, Naomi Oduo anadaka ile gozi, amelidaka vizuri kabisa, na bila shaka isafu ya ulinzi isipojiangalia vyema, basi mambo yatakuwa taratibu hapa tofauti. Wanaingia Nyakach, jezi kimbilia ule mpira, anazuia, anaweka kigingi 8, jezi namba 6 mgongoni Juliet Akinyi, anasema hii nitazuia bana, inakuwa ni goal kick. Anaidaka ile gozi, anaanzisha cheza na 8 Millicent
pembezoni kushoto, tumia gula lake la kushoto kwake nane Millicent Diambo. Millicent Diambo gawa pasi ile kwenda skole, chenga ya kwanza, chenga ya pili, jezi 14 lakini kata Captain Fantastic Mchezesha vibaya. haya kwa ni mpira wa kurusha, captain huyo jezi nambari 10 Ndio. na 9 mgongoni Velma Atur. Gozi itakuwa kurushwa. Haya itakuwa inarushwa ile gozi, Gozi itakuwa kurushwa. itakuwa inarushwa, ni ikabu ile sio ya kurushwa. Ndio. Anakuwa anachanja ile ikabu jezi nambari 14 mgongoni, Anachanja mpira. Shakira Isaac azisha tuliza jezi 6 mgongoni, tumia gula lake la kushoto taratibu, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa Manarara. Zuri kabisa, anaenda kurusha. Ni jezi namba ngapi mgongoni? Namba 6 mgongoni, mwite Juliet Akinyi. Juliet Akinyi rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake jezi namba 18. Wapi anampiga bado, gozi linakuwa nje, mwingi unatoka nje. Anachukua tena huyo Juliet. Anaangalia rusha wapi? Rusha mbele kabisa kumtoto mwenzake, piga juju, mwingi unatoka nje. Anatoka nje, Inakuwa goal kick. inakuwa goal kick ile. Haya bana, kipindi cha kwanza, kama ndo unajiunga nasi, tupo live kabisa ndani ya Ndeze TV. Mimi mtangazaji wako Majaliwa Ali, Nikiwa na mwenzako Esbon Oiti. Anachukua mbele kabisa, anaangalia piga wapi? Toa pasa nzuri kabisa mle mbele, ala mbia miguuni anatoka na kulidaka mlinda lango ule. na iwapo mchezaji wa Nyakachi yoyote angekuwa na mbio, basi ule mpira angeupata kwa urahisi sana. Ndio. Lakini yanakuwa ni tofauti. Bila shaka jezi namba 4, toa pasa nzuri kabisa ndefu, linadonda mara ya kwanza, anakimbilia gozi. Jezi namba 5, piga, analiondoa nje, Anaitoa kwa utaratibu zaidi mwana Nyakachi huyo, mwana Nyakachi Akinyi Aisha. Akinyi Aisha anatoa gozi nje. Haya, itakuwa inarushwa. Rusha mbele kabisa, tafuta mwenzake. Sababu ya kati, anaangalia piga wapi? Anakata 1 2 3, inakubali, anatoa pasa nzuri, inakataa, anavurumisha kombora la mtu mzima mbele kabisa, cross ndefu kabisa, Inatoka nje. Itakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya mwana Arala. Itakuwa narusha Juliet Akinyi, rusha Akinyi Juliet kumtafuta nane, tuliza ile gozi, mpira mrefu nine, anamwachia kipa wake nane huyo, mwite Christina Diambo, anamwachia Mary Akot, anasema daka igozi, anzisha Mary Akot, vuka mstatiri, wanaingia Nyakach wapi? Kata jezi 15 mgongoni, pote popote. Kumbuka amekataa, amesema hakuna kupita huku, na anafanya jitihada zote kuona ya kwamba hakuna bao limefungwa mle. Anaitwa Lina Tatiana yule. Ndio. Utakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya mwana Nyakach. Rusha nane jezi 18 mgongoni, tuliza tena ile gozi, achia fataki, wanakata Arala, tuliza katikati ya uwanja, jezi nambari 5 mgongoni, kushoto mbovu ile hafifu, nini namna gani Amesaidia. Mesaidia ile gozi, Amesaidia bao. mesaidia Godi Naomi Odu. Haya. Tuliza jezi nambari 4 mgongoni, anatuliza ile gozi tena taratibu, wanakata, rejea tena mwana Arala, jezi 9 mgongoni huyo, mwite nane Isa Aweno, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha, anakuwa anarusha nane, napigwa foul ile. Aweno yule alichezewa madhambi, Aweno, weka ile gozi chini mwana Arala, anakuwa anaichanja ile Tina Akinyi, sio mbali sana na maeneo ya hatari. Haya, ikipata mchenjaji mzuri wa mipira mefu basi mambo yatakuwa ni tofauti. Tusubirie tuone kipindi cha kwanza. Kama unajiunga nasi, hakuna lofanakisha kuona goli la mwenzake mwana Alana akikabana kona. Nyakach, fainali hizi za michezo ya shule ya upili muhula wa pili, achia tufali mbovu ile, amelipiga linaondoka nje, anakuwa anajenga mnalo ule, inakuwa goal kick, apiga kwa juu, inakuwa ni goal kick ile. mnalo wa Boberi unaleta goal kick. Haya bana, goal kick ile, anamwachia nane Mary Akot na mwana na Wandera yule, Mary Akot pamoja na Akinyi Aisha,
anzisha Aisha, pega joo kwa joo, kichwa kinaita Arala, toka nje, toa ile gozi, jezi nambari 4 mgongoni, tena Akinyi kwa faida ya mwana Akach, anarusha tuliza kwenye kifua, pega joo kwa joo, wanakataa tena Arala, tuliza ile gozi kwenye valisha mtukanzo, lakini akataa tena Nyakach. Mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira kurusha kwa faida za mwana Arala. Anarusha ule mpira bila shaka kama kawaida yake, jezi nambari 6 mgongoni, mwite 8 Akinyi Juliet. Akinyi Juliet rusha kumtafuta nane, jaribu kanzu hiyo, inakubali, havelisha mtu kanzu hiyo, anakubali kuivaa, lakini yote 9, toa ile gozi na toka nje, inakuwa ni mpira wa kurusha. Wanaanzisha tena mwenye Nyakach huyo, cheza na jezi ngapi? 15 mgongoni, joo kwa joo, vuka mstatiri, wanaingia Nyakach, wanaingia jezi nambari 11 mgongoni, zidiwa maarifa, piga potelea popote, anasema mwamuzi wa siku, mambo yako sawa, amka tuendelee na mpira. Haya, mwamuzi wa katikati ya uwanja mwite Maxwell Were. Nyakach wanaingia, achia fatake ndele Anakani, jezi 8 mgongoni yule, Anavurumisha kombora la mtu mzima. Maureen Otieno, Na kidogo waone kama neti linatingizika. kipa nambari 1 yule Naomi Odua Amejirusha kabisa. kajirusha kujaribu kutafuta ule mpira, lakini ukawa mrefu, inakuwa kona ile, Alikuwa umemkosa. kona ya pili ya mchezo hii, dakika kipindi cha kwanza hichi, Wacha tuone kama inazaa matunda. kona ya pili tunaishuhudia hii. Mwana mwamuzi wa katikati ya uwanja yule Maxwell Were anawaambia bana, ni mchezo wa kirafiki huu, umetuleta sisi wote pamoja. Anatinga ile kona, piga mbele, Anapiga ndefu kabisa mnao wa Babeli. Gozi inatoka nje. haya, Wacha tuone itakuwa vipi. piga ile gozi, alipiga kona ilo kwenda skule, jezi nambari 18 mgongoni. Ndio. Haya, Irene Wandera, lakini akawa amepiga ndefu, anaanzisha mwana Arala, Linet Atieno kwake tena Akinyi, joo kwa joo, mpira unatoka nje, Itakuwa gozi. unakuwa ni gozi ya kurushwa, gozi ya kurushwa Rusha ile. mbele kabisa kumtafuta jezi namba 8 mgongoni. Anaangalia piga wapi? Anaweka kwa kifua, teremsha, mwache mwenzake, pasa nzuri kabisa, panda juu kabisa kwenye gozi, anatambana gozi, vurumisha ndefu. Na bila shaka usipomwangalia huyu binti jezi nambari 8 mgongoni, Ndio. anaitwa Maureen Otieno. Huyo Maureen huyo. Wasipomchunga huyu Maureen Otieno, basi hii safu ya ulinzi ya Arala Ako bidii ya mwisho wanaojenga Kisugu kwa mate. basi itaona mambo hii. Na atafuta ya choki, akichoka kisha pata, basi gozi liko chini. Anakuja apiga mbele kabisa kwenye kituo cha uwanja tena, kimtafuta mwenzake, linadunda mara ya kwanza, anachukua piga kichwa, inakuwa mwingi, unatoka nje, jezi namba 18 mgongoni. Quinto Odhiambo. Kumbuka mfadhili mkubwa wa michezo hii ni The Nyanza Sports Vibe Wote wenyewe wako ndani. ambao wako ndani, akiwemo the chairperson mwenyewe Ndio. Bwana Joshua yuko hapa kushuhudia michezo. Jezi namba 12 anachukua gozi. Mwana Arala, Anachukua gozi, jezi namba 12 Millicent. Millicent Odhiambo, Rusha mbele kabisa kumtoa mwenzake Rusha. pale. Mbale, Kichwa kinaita. hatari, Dolanta, kuna mtu. Dolanta wapi? potelea popote, jezi 15 mgongoni yule, Wamekataa wao pia. anaondoa lawama, Odhiambo huyo naondoa lawama zile eneo la hatari, inakuwa kona. Eneo la hatari. Kona ya 3 ya mchezo, Ndio. anakuwa anaipiga ile kona, bila shaka mwana Arala 8 yule Quinta, bila shaka alikuwa anaipiga Quinta yule Wacha tuone itakuwa vipi. Haya, kona ya 3 ya mchezo hii, Kona ya 3 ya michezo. kipindi cha kwanza. Kama ndo unajiunga nasi, tupo mbashara kabisa ndani ya Ndizi TV, Akiweko na wanadhamini wako, wana Nyanza Sport Vibes. wako Ndizi TV, kama uko mbali au hujafika hapa ndani, fungulia Ndizi TV, utatupata kule kwenye kiwambo chako. ndio. Haya, mwamuzi wa siku anafika pale kwenye kona ile, Haya, anawaambia mashabiki, jamani, tupeana. wacha tuone. Quinta Odhiambo anabaki kipenga mdomoni. Maxwell Were anachanja ile, achia nini mbovu, achia tena, wanakataa. Wamekataa. Wanakataa mwana Kach Mel.
anaitwa Michel Gineve. Vizuri kabisa. Michel anaipiga potelea popote, inatoka nje. Ndio. Mpira wa kurusha kwa Manara. Atieno ile tia kwenye kifua, rodesha ndefu ile, wanarodesha tena nini, wanakataa, rodesha tena, rodesha kichwa, wanakataa, piga potelea popote, ngoma ile. Kombora la mtu mzima. Kombora la mtu mzima, mashambulizi yale, pasi za nipe nikupe, Anavuta kabisa. yani pale anakuwa ni mambo ya nipe nikupe. Waliguzisha vichwa Mwananyakach, Ndio. gozi likatoka kwa Atieno. Quinta alianzisha ile kona, ikaingia kwa Akinyi. Atieno wanajibu tu kwa kichwa, Anacheza vizuri kabisa. Isa Awino, lakini akaachilia fataki. Giove Amolo ikawa inagonga, ndivyo sivyo, anajenga mnala wa Baberi. Ni gozi la kuvutia. Haya bana, wananifurahisha sana mabanati hawa wawili, wanavuka Banako hawa kwa asilimia kubwa. Ukiangalia sana, Ndio. ni kama asilimia zao zinalingana. Udadisi hii anzisha Nyakach, Kumbuka wote watatuwakilisha kwenye michezo ya kitaifa. watatuwakilisha kwenye michezo ya kitaifa, the national zenyewe. Wote wawili. Nyakach wanaingia tena Nyakach, lakini anasema mwamuzi inapigwa foul ile, ilikuwa inapigwa foul ile. Wacha tuone ni miguu ngapi kutoka kwenye lango. Alicheza haya, mwamuzi wa siku yule Maxwell Wela anasema, bwana, mimi nimekwenda skuli Ndio. na nikasomea sheria za FKF hizi za FIFA, hizi sheria za FIFA nzijua bwana. 17 anasema haya, itakuwa ni ikabu ile. Ndio, ikabu. Na ikabu yenyewe ukiangalia ile gozi ilipotiwa, basi ni moja kwa moja kwenye goli, na maana ikipata mtu ambaye atatumia miguu yake yote miwili, akitumia wa kushoto, akitumia kulia, Ndio. basi mambo yatakuwa mazuri Kabisa. ona lile sio mbali sana, na bila shaka atakuwa anaichanja nani? Bila shaka atakuwa anaichanja Maureen Atieno. Tusubiri tuone, atakwenda kuchanja mpira kwa mbali zaidi. Namuona Maureen Atieno ndo atakuwa anaichanja ile foul. Tena amejivuta kabisa. Maureen Atieno, sio Maureen Atieno, atakuwa anaichanja nani? Jezi 16 mgongoni. Maureen Atieno nani? Sio Maureen Atieno. Mlinda lango ameruka lakini angelifikia. Ulimuona sana Maureen Atieno na Christina Diambo. Ndio. Walikuwepo pale kabisa, unaona Maureen Atieno na Christina Diambo, lakini Maureen Atieno akasema Christina Diambo ichanje. Wanamkanganya mlinda lango lakini achanganyiki. Mlinda lango alikuwa yupo imara, amevalia jezi namba ngapi? 10 mgongoni. Ndio. Ana jezi 10 mgongoni mlinda lango yua Arala. Wale wanaotaka kununua viatu tutembelee Nyanza Sport Vibes. Bana, kama wewe ni mwana spoti, unapenda spoti, ndio basi tunakwambia the Nyanza Sports Vibe ndo nyumbani kwa spoti. Kimbia mbele kabisa, jezi namba 14, lakini wapi, anasaidia gozi, inakuwa mwingi unatoka nje, gozi itakuwa kurushwa. Kanje utakuwa ni wa kurusha ule. Anachukua mbele kabisa, rusha akimtafuta mwenzake pale, kubali, kata 1 2 3, weka kwenye goti, teremsha kwenye miguu tena, anatamba na mpira, anatamba na mpira, bado anapiga tena, inatoka ndefu, piga ile jezi 13 mgongoni. Edina Atieno, Edina anapiga, inatoka nje, analipiga linatoka nje kabisa, potelea popote Edina. Haya, Edina yule upande wa chini, nasikiliza ngoma. Ngoma zile zinarindimwa sana. Bila shaka atakuwa ni mashabiki wale wa Nyakach, ndio wanazipiga zile ngoma. Haya bana, Nyakach valia sare kwa hisani ya Talanta hela bana. Ndio. Haya, wamerembeka kweli hawa. Rusha, weka kwenye goti, angalia anapiga wapi, vurumisha kombara la mtu mzima kwenye lango, weka kwa kifua, wapi, anaweka tena kwa kichwa, hatari, Dulanta anakata mwanadada yule, analipiga vizuri kabisa, anajaribu kulifuata jezi namba 6 mgongoni, lakini wapi, inakata, inakuwa nje, anaenda kuchukua jezi namba 5, anachukua gozi vizuri, anaangalia yule, anaangalia rusha wapi, anarusha katikati mwa uwanja, inapata mwenzake, anaukosa, analitoa vizuri kabisa, kata 1 2 3, Dulanta, hatari, anakosa bola wazi, jezi namba 7 mgongoni. Namna gani? Baada ya kumrushia mpira analikosa, alitoa cross nzuri kabisa, anaikosa ile, ilikuwa cross nzuri kabisa, anakuwa ni ikabu ile, inakuwa ni ikabu. Anaanza mpira, piga mbele kabisa, weka kwa miguu, vurumisha kombara mtu mzima, mbio wa miguu ni bebe. Haya, twende, anakwenda, anatokezea huko, weka kwa kichwa, anaanza piga wapi, anavurumisha, hakuna mtu, anatamba, analifuata kabisa, mbio wa miguu ni bebe, analipata mpira tena, tuliza, gozi inakuwa mwingi unatoka, inakosa kurushwa.
Gozi itakuwa kurushwa. Haya, anaangalia rusha wapi, anarusha vizuri kabisa, weka kwa kichwa, badi na kwa mwingi unatoka. Rusha Gozi, jezi nambari 12 mgongoni wa Arala, huyu Vincent Odhiambo anatoa ile Gozi, inakuwa ni Gozi ya kurusha. Anzisha jezi 18 mgongoni huyu Irene Wandera, anacheza na 8 Christina Odhiambo, juu kwa juu. Christina Odhiambo anakata Arala katikati ya uwanja, tia kwenye kifua, wanaingia tena Arala, wanaachia ile, lakini anapigwa kwa kichwa na mwana Nyakach. Inakuwa anaidaka sana, anaimega kwa urahisi. Mary Akoth piga juu kwa juu, Mary Akoth, mpira mrefu natoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya mwana Arara. Wanaanzisha tena Arara, toleza ile Gozi. Arara, mpira ule natoka nje, alizuia jezi nambari 4 mgongoni Gineve Michael, anaitwa Gineve yule, atakuwa anarusha mwana Arara bila shaka. Anzisha tena jezi namba 6 mgongoni, wanaingia piga mbio, anaingia 8 jezi namba 8 mgongoni huyo Mwite Morina Tieno, mara hatari nene ile mbale, anatoleza ile Gozi jezi nambari 7 mgongoni, zunguka jaribu, inakataa katakata, piga jezi nambari 10 mgongoni Mwite Mary Atieno wa Arara huyo, piga Mary Atieno wa Arara, inatoka nje, inakuwa ni koli ya kurusha. Haya, anakuwa anairusha nani, mwana Arara anairusha ile, toleza juu kwa juu kwa kichwa, jezi 16 mgongoni, toleza ile tena, valisha kanzu, inakubali juu kwa juu, mwana Nyakacha anaingia pembezoni kushoto mwa uwanja, toleza jaribu, kanzu inakataa, anasema mwamuzi wa siku, jenga kibanda eneo la wenyewe. Bendera, kibendera kilikuwa kipo juu cha msaidizi wa mwamuzi Philip Wenje. kumbuka ni kipindi cha kwanza na bado wako 0-0 wote. Kipindi cha kwanza hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. Ndio Mambo hapa ni 0-0. Wanasema utamu wa soka ni kupigana magoli. ndio. Hatujui ni kipi ambacho kinaendelea hapa bana. Haya, weka Gozi jezi namba 11, mmoja mwenzake toa pasa nzuri kabisa, analiweka kwa goti, hatari, wanaingia kwa kifua, kipenga kinapulizwa tena. Kibendera kilikuwa kipo juu, Wanasema kashan ota yule Philip Owenje anaota, ajalala, ajajifunika blanketi. Philip Owenje alikuwa amenyanyua kile kibendera, msaidizi wa mwamuzi Haya, anasema offside, inakuwa ni goal kick. boli liko pale chini, anavuta hatua 3 nyuma, tayari kuligonga. Kipindi cha kwanza, kama ndo najiunga nasi, Ndio hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. bado wako 0-0, nikikufahamisha tuko live Ndizi TV. Ndizi TV, kumbuka Ndizi TV tumefanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, leo ni siku ya 4. Bado tuko na wewe kabisa, bado tuko na wewe, wanavyosema vijana kwamba leo ni kufinish kumalo, na wadhamani wetu wana Nyanza Sport Vibes. bana, leo tuna finish mambo. Kumbuka wadhamini wako wa michezo hii ya The Nyanza Regional Ball Game, muhula wa pili, shule za sekondari, shule za upili, wadhamini wako ni The Nyanza Sports Vibe. Vifaa tofauti za michezo, Wanakuzia vifaa sio zaidi ya moja. Tosha juu. Donda mara ya kwanza, donda mara ya pili, chukua kwa kichwa, inakubali, kwa miguu inakubali, toa pasa nzuri kabisa, 1 2 3, piga kwa kichwa, lakini wapi, kwa miguu, ruka kwa kichwa, toa pasa chini kabisa, inakubali, anapiga juu kabisa, kanzu inakubali, wapi, anaukosa. Amejaribu kupiga kanzu mara ya pili lakini amekosa. Nani Shakina Zakario yule. Haya, amemrusha tena, weka kwa miguu tena, wapi, kipenga kinapulizwa, Anauziwa Dobruga. amechukua kiatu pale. Nani anachukua kiatu cha mtumba? Molina Tieno Anauziwa kwa bei nafuu, anakubali kununua kwa bei za mapema, ndio, lakini anakubali kunyanyuka kuendeleza mtanange. Mwamuzi wa siku Maxwell Were anasema foul ile. jezi namba 16 analiweka Gozi pale, tayari akuje alinyute, ikikubali inyutike. Christina Diambo yule Mwite. Diambo Christine, piga mbele kabisa kwenye kitovu, kwenye lango pale, dunda mara ya kwanza, hatari, daka mlinda lango. Mpira kama huo ndo ulimfanya yule golikipa, ulimkanganya sana Naomi Oduo, Ndio na ikawa imeingia ndani, lakini ikawa ni offside kabisa. Haya, Kwa miguu, jezi namba 4 anaangalia piga wapi, anakata 1, kata 2, inakubali, anasukuma, wanasema tuende kazi. Haya,
Vurumisha kombe la mtu mzima, weka kwa kichwa, inakubali kwa miguu, inakubali, anamwacha jezi namba 4, anakapiga wapi? Kata moja mbili tatu, inakataa, kata ya 4, anakwenda nayo, kata, inakubali, anamwacha mwenzake, inakubali, anatoa pasa, inakataa, anakwenda nayo, kata moja mbili tatu, bado inakubali, anatambata na mpira, anawakata, kipenga kinapulizwa. Jezi namba 4 ananifurahisha. Jezi namba 4 yule alipiga mtu chenga tena Akinyi. Anawakata watu 5 mara moja. Tena Akinyi yule. Watu 5 mara moja huyo. Tena Akinyi alihesabu wa kwanza, akihesabu wa pili. Kinyangarika mdogo ukimwona. Akahesabu wa tatu, akahesabu wa 4. Lakini ako na maarifa kwenye akili. Akamwaga wa 5 yule. Pande wa futboli ako na maarifa hata kunizidi. Ako na maarifa ya kuzidi yale. Kabisa huyu mimi nitamuita Didier Drogba. Didier Drogba. Ni kitambo pale. Weka pale chini kabisa, vuta 1 2 3, akirudi kule nyuma. Anavurumisha kombe la mtu mzima kwenye lango, upande mwingine wanaruka, wanakata kwa kichwa. Molo anaachia hiyo. Dunda, ruka tena. Ruka wapi? Anaweka kwa kifua. Mwamuzi anasema taratibu, twende. Wanaingia tena Nyakach. Omolo nani yule? Achia mkuki, ile mbovu inatoka nje. Jezi namba 6 mgongoni. Kumbuka nane Joy Achieng. Chelewa utapata mwana si wako. Joy Achieng yule. Joy Achieng. Chelewa upate mwana si wako. Joy Achieng yule. Joy Achieng. Ngozi inaendelea, kata moja, anawakata tena. Akinyi amebadilika yule, anawachafua mwanadada huyu vizuri kabisa kwake. Hatari! Dulanta jezi 18 mgongoni. Dulanta, Lakini wanaingia tena, kata moja, piga mtu chenga kwanza na kubali. Haya, inakuwa mwingu natoka nje. Jezi nambari 4 mgongoni, la fresh sana tena mgongoni. Anaitwa Tina Akinyi huyo. Tina Akinyi anasema mimi role model wangu alikuwa ni Didier Drogba. Akinyi kabadilika. Akinyi huyo anasema yeye alijifunza mpira kupitia Didier Drogba. Akinyi ni mnyama huyo. Naona anawasakata wale mabinti kule kwenye gozi. Anahesabu binti wa kwanza, hesabu wa pili, anahesabu wa tatu. Hata chobo anawapiga vizuri kabisa. Anawaambisha naitwa huyu Akinyi tena. Ukisileki atakulambisa wewe uanguke chini. Haya bana, furahisha sana huyu banati Akinyi tena. Vizuri kabisa. Akinyi tena anafanya mashabiki kwenye uwanja unasisimuka huyo. Wananyuka wote kule juu. Akinyi tena akiweka wadhamini wasu. Hatari tena. Piga kwa kichwa, anakosa. Haya bana. Akinyi tena mchezaji ambaye bila shaka atakuwa ndiye the lady of the match. Anafanya kazi nzuri. Akinyi tena huyo. Kumbuka ni jezi namba 4 mgongoni, ukimwona utaona mchanga kabisa wa timu ya Arala yeye. Lakini ukiona ni mdogo, mjaribu uwanjani uone. Jaribu atakuchafua. Utajua standard yake ya mchezo huyo Akinyi tena. Ngozi pale chini. Piga mbele kabisa kwenye kitovu cha uwanja tena. Anaacha gozi linadunda mara ya kwanza, jezi namba 15 analifuata, akifuatwa na jezi namba 8 mgongoni. Mwite Almond anamsukuma, anamwacha chini, vurumisha, hatari. Fanya kazi ya ziara. Asante sana Mary Akot. Fanya kazi ya ziara. Anaiangalia vizuri. Mary Akot anasema chakula cha kwangu. Anasema hiki chakula changu. Anataka na kulala nayo. Anasema hapiti mtu. Analala chali. Amna gari. Mary Akot huyo. Mary Akot yule. Mary Akot. Anaambia bwana, mimi sio. Haya bana. Piga joo kwa joo. Haya. Naomi Oduo yule, sio Mary Akot. Naomi Oduo, valia jezi nambari 10 mgongoni. Naomi Oduo. Haya, muite Naomi Oduo. Anashika mgoli bana, kwa mbali kabisa shabiki anaweza kuona kwamba kwa mbali yule ni mwanaume, ni mwana. Unajua akifanya Dulanta yule jezi namba inashika ile gozi itakuwa ni bao. Achia ile. Namwambia akifanya Dulanta pale. Haya. Gozi liko pale, weka chini, anaweka chini nane. Mary Akot yule, ndio kipa wa Nyakach. Mary Akot anabaki na bila shaka Irene Wandera, anapiga juu kabisa. Dundisha mara ya kwanza, dundisha mara ya pili, weka kichwa, lakini wapi, ananyang'anywa. Anasema kuna nafasi, anavurumisha kombe la mtu mzima, pika kwa kichwa chini kabisa, anatamba nayo jezi namba 5, analifuata lakini wapi, anafuata jezi namba 14, inakuwa mwingu natoka nje. Toka nje. Ngozi itakuwa kurushwa.
Inakuwa ngozi ya kurushwa. Ndio Naona mashabiki wa Nyakachi wana bendera za nyeupe kabisa. Haya bwana, mwana Nyakachi huyo Anatoa pasa, piga ndani kabisa, inakuwa mwingi, unatoka nje. inakuwa kona ile, kona ya 4 ya mchezo kipindi cha kwanza hiki. Kona la 4. Haya, kipindi cha kwanza hatujashuhudia kadi yoyote ile. Kumbuka hii ni fainali, Ndio. na fainali kupata kadi sio rahisi. Ya. Hatujashuhudia pia mchezaji yoyote akionja lango la mwenzake. Ndio. Bado mambo 0-0 kipindi cha kwanza. Nikikufahamisha ya kwamba jinsi unaona ambao hao warembo wameng'ara uwanjani, walipata vazi Nyanza Sport Vibes. Wameng'ara sana. Na wewe kuja uchukue la kwako. Yani karibia katika maduka yetu ya Nyanza Sports Bila Vibes. shaka upande mwingine naona walinda usalama wako kule. Walinda usalama wafanya kazi nzuri. Na kipenga tayari kipulizwe. Haya. Kona anakosa nafasi ya wazi. Bado hatari. Joka anakataa. Tuliza tena. Inakuwa ni goal kick. Kezi 12 mgongoni Milset Diamba. Inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Chelewa utapata mwana sio wako. Na kibila sio kama wanasema Waswahili, vijana wa siku hizi wanasema mapema ndio best. Na mapema inakuwa sio mapema kufikia sasa. Kumbuka Waingereza walisema early the bird catches the worm. Basi. Haya. Jinsi walisema hivyo. Achia hiyo. Anakataa. Wanaingia Nyakachi nini? Ana mega pasi mbovu ile. Mchezesha vibaya. Kadi ya kwanza ya mchezo tunaishuhudia. Haya. Kadi ya kwanza ya mchezo. Tumeshuhudia kadi. Anauziwa kiatu cha mtumba. Kadi. Anakubali kununua. Kadi. Mwamuzi wa siku anasema tuuze viatu vya mtumba. Pigwa kadi ya njano. Jezi namba 8 mgongoni. Vincent huyu. Maureen Atieno. Jezi namba 8. Maureen Atieno huyu wa Nyakachi anapigwa kadi ya njano. Kadi baada ya kumwanguza jezi namba 15 mgongoni. Anapigwa kadi ya njano. Haya. Unaweza kumbuka kuna nyimbo ambayo nilikuwa naifurahia. Naam. Kama ilikuwa inachezwa hapo kitambo. Hasira za nini we mama? Wataka kuniua bure mama. Yani ngoma ikiimba siku zile. Anauliza hasira za nini wataka kuniua? Bana, lakini anasema nani yule jezi nambari 8 mgongoni? Ndio. Muite Maureen Atieno. Maureen Atieno anasema mimi sina ubaya bana. Hana ubaya. Sikutarajia kumkanyaga. Hakutarajia. Haya, lakini yote 9-10 kadi ya njano ya kwanza. Wala si wako, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Wacha tutaona. Sina makosa wewe. Bana, ile gozi iko chini. Naona gozi iko pale. Haya. Ile gozi iko chini ile. Wanasema baada ya mechi watakuwa tu marafiki wasiuane. Watakuwa marafiki tena, marafiki wa chanda na pete. Haya. Voromesha 8. Kipindi cha kwanza kinatamatika. Kipindi cha kwanza kinatamatika. Na mwenzangu Hesbon, ndio ukiangalia timu zote hizi mbili, timu ya Nyakachi na timu ya Arala, ndio wamecheza mpira kwa kujituma sana. Wote wamecheza kwa kujituma, huyu anatafuta, na hakuna aliyofanikisha kuona lango la mwenzake. Bila shaka hakuna aliyeona lango la mwenzake. Na hata hivyo nawaambia wakienda kupumzika, watembelewe na Nyanza Sport Vibes. Wanatembelewa na Nyanza Sports. Watutembelee pale kwenye tenti. Thank you so much. Other teams will be proceeding to nationals, as we already said, and then the team that take back the trophy, remember next year when we are when we'll be doing the Nyanza regional sports, we'll be having the rights of bringing one team extra, and that's why they are playing these champions here, as you see, for these girls categories that you see here. Remember, as we heard here, this is girls in green and Lara here in the Luminous kit, and already these two teams will be heading to the nationals, as said earlier by the chairman of the Nyanza
regional sports. Hapa ugani Kisii School. Imekuwa ni mechi ya fainali upande wa akina dada, upande mmoja tukiwa na waliofika katika fainali ya mwaka jana ni wanafahamika kama Nyakach, wakabanduliwa na Lwak mwaka jana. Mwaka huu wanaolengwa na lengo lao kufika fainali. Nyakach wanacheza na Alara katika kipindi cha kwanza sasa, baina ya timu zote mbili, timu ambazo ziko na umahiri kabisa katika michezo hii, lakini la msingi zaidi ni kwamba bao zimeweza kuwa nadra kipindi cha kwanza katika mechi, ambapo mechi zile za kiufundi za timu zote mbili itabidi zimeweza kurejea kuweza kuona kwamba ni kipi kile wanaweza kufanya kipindi cha pili waweza kupata ushindi. Lakini la muhimu pia katika mechi hii kuweza kukumbuka kwamba timu zote mbili, Alara pamoja na Nyakach, washafika katika nationals zitakazokuwa hapa katika kaunti ya Kisii, kwamba wote washaenda katika nationals. La msingi tu ni kuona kwamba tofauti itaweza kuwa hivi baina ya timu hizi mbili, na ndio ataweza kuwa na ile ari ya kuweza kuwa the champion wa eneo hili la Nyanza katika mwaka huu. Na la msingi pia tumeweza kuambiwa kwamba yule kocha wa wanadada nchini Kenya, Harambee Starlets, Junior Starlets, wachezaji chini ya miaka kwa la msingi katika matangazo haya unayapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambao wameweza kujituma kuhakikisha kwamba haya yote umeweza kuyapata kwa njia ambayo ni shwari kabisa. Katika nusu fainali tuliweza kuona kwamba Nyakach walicheza asubuhi ya leo katika uga huu na wakaweza kuwa wakishinda bao 7-0 walipokuwa wakicheza na shule ya upili ya Lwak. Lwak ndio waliweza nao katika upande ule wa fainali mwaka jana. Mwaka huu ni kana kwamba Lwak wakalegea na kuwapa nafasi Nyakach kupata ushindi mnono wa bao 7. Katika upande ule wa Alara nusu fainali walicheza na Hawinga, mechi pia ambayo ilikuwa ni murwa kabisa, timu mbili zilizokuwa vema katika mchezo huu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ni mechi ambayo ni ya aina yake, lakini la msingi ni kwamba tunasubiri tu bingwa ataweza kuwa nani katika mchezo huu, ambapo kipindi cha pili tunaona kwamba mabadiliko yataweza kuwa yapi kutoka kwa timu zote mbili. Kwa hivyo la msingi ni kwamba tuzidi kutulia hapa katika uga huu, tungoje utakuwa vipi katika mchezo huu, na atakayekuwa akiongoza katika mchezo huu ataweza kuwa akichukua ubingwa. Ndio wanauliza kwamba captain, je, fainali itakuwa haitakuwa? Ndio tunajua kwamba Kodero Bara washafika kwenye fainali, wanasubiri kwamba kati ya Agoro Sare na Matutu nani yule ataweza kuwa kiungana nao katika fainali. Walicheza ugawa Kandolo Tunga Mosocho, Matutu akawa mbele bao 2-0. Mechi vurugu zikaweza kutokea, vurugu vurumai, mechi kusitishwa. Ni kiasi ambacho kufikia sasa hatujapata mwelekeo maalum, lakini kile ambacho tumeweza kuambiwa ni kwamba mechi hiyo imeweza kuahirishwa kutoka siku ya leo hadi siku nyingine. Namuona kwamba wakati huo kunaye Ali ambaye ako katika uga huu, pia angeweza kutuambia mengi. Alikuwa ni mtangazaji mwenza kutoka hapa ugani, ataweza kuwa akituambia mengi kuhusu mechi hii, lakini la msingi ni kusubiri tu kwamba kipindi cha pili kitaweza kuwa vipi katika mchezo huu. Kwa hivyo tuweze kusalia ugani, tuweze kungoja majibu kutoka kipindi cha pili. Nimekuwa wenu Demon Steven, michezoni Ndizi TV. Naona kama wakati huo aliyeshafika hapa hivi, kwa hivyo unaweza kuwa ukianza na jina lako, umeweza kuwa katika upande mwingine wa matangazo. Mechi imekuwa vipi kufikia sasa? Mechi imekuwa nzuri hadi kufikia sasa, timu zote mbili zimejituma sana. Mwana Nyakach dhidi ya Arala, wote wakionyesha ubabe wao, lakini hakuna aliyefanikisha kuona lango la mwenzake, na hii inamaanisha kwamba basi wakirejea kwenye kipindi cha pili watabidi wajitume zaidi ili kuhakikisha kwamba anapatikana mshindi. Lakini yote 9-10 ni kwamba timu zote mbili, atakayeshinda atakayeshindwa kuchukua nafasi ya pili, basi watakuwa wanawakilisha shule za upili katika ukanda wa Ziwa, yani the Nyanza Regional Sport Games. Ni kwamba wote wawili washaweza kufuzu kwenda katika upande ule wa nationals, kujua nani anaenda kama wa kwanza kama wa pili.
Tuanze na shule hii ya Nyakach. Mwaka jana walikuwa katika finali wakaweza kushindwa na Luak, lakini mwaka huu wamelipiza kisasi bao 7. Tuliona wakiweza kupiga shule ya Mweremani bao 14. Wamekuwa wakifunga bao nyingi sana katika michezo hii. Lakini katika hii finali hawajaweza kufunga bao nyingi, wamepata takriban nafasi 2 murwa, hawajazitumia. Kitu kile labda tunaona kwamba kimefanya kwamba Nyakach hawajafunga bao mengi ambavyo wamekuwa wakifunga katika mechi za awali. Kwa mbali zaidi inaonyesha kwamba Mwana Arala huyu amekuja amejipanga akijua kwamba Mwana Nyakach sio mtu wa kuchezea, na unaona ile safu ya ulinzi ya Mwana Arala imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba hapapiti mtu wa Nyakach ambaye ni mpinzani kuweza kuingia katika maeneo yao. Tukielekea kuhusu sehemu ya kati ya timu ya Alara, tumeweza kuona kwamba kuna umiliki mwema zaidi, jezi 16, ufundi mwingi sana, talanta mura katika mchezo huu. Imeweza kuwa ni tisi labda kuweza kuwazuia timu hii ya Nyakach kupata mipenyezo mingi upande ule wa kati, na ni safu ambayo imekuwa ni outstanding pamoja na goalkeeping section ya upande wa Alara. Lakini kipi kile ambacho Alara wanaweza kufanya ndiposa wa create more chances kipindi cha pili angalau ambazo zinaweza wapatia bao, kwa sababu huwezi shinda mechi kama hujafunga bao. Arala wanahitajika kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba hawatumii. Uliweza kuona safu yao ya katikati ya uwanja wanamtumia jezi nambari 16 mgongoni, jezi nambari 4 Tina Aisha yule akileta mashabiki, kuleta msisimko ambao ni tofauti kabisa kwenye uwanja. Basi itabidi wageuze ile safu ya ulinzi ya safu ya katikati ya uwanja ili kutumia safu nyingine. Ni murwa sana, ni mechi ina data kwa tukirejea kuiongea zaidi. Wakati huo wanamuona kwamba Kassim Mohamed pia kasisi wa soka ameweza kuingia hapa pia katika upande mwingine wa studio. Kasisi, kipindi cha kwanza umeweza kukitazama, ulikuwa umetulia, hisia zako ni zipi kuhusu kipindi cha kwanza? Hadi kufika finali wasichana wa timu ya Alara kadhalika timu ya timu ya Nyakach, timu hizi zimejituma. Ikumbuke zaidi kuwa zimefika finali kwa kujituma, kwa hivyo tuweze kutarajia mambo mengi sana kuweza kutokea katika hapa uwanja, lakini ninaona wasichana wa timu ya Nyakach wakiweza kukatch baadhi ya magoli. Labda nibaki na wewe tu kidogo Kassim Mohamed, ni kwamba tumeona Nyakach wakifunga bao nyingi sana, 14 dhidi ya timu ile ambayo ni ya Mweremani, semi nusu finali leo asubuhi, bao 7 zote wamezifunga leo. Lakini katika finali hatujaona bao nyingi, labda ni uchovu wa kucheza nusu finali yao asubuhi ya leo, ama tu ni kwamba ni Alara wamejipanga zaidi pia kuwazuia? Uwezekano huo wa uchovu mwingi, unajua kwa sababu unacheza mechi leo alafu kesho tena unacheza mechi nyingine. Kwa hivyo kama kuna ni uchovu, tuseme tu ni uchovu, kwa sababu tumeona Nyakach wamepata baadhi ya nafasi hawajatumia vizuri, Arara hawajatumia vizuri. Kwa hivyo kuna ile fatigue ya wachezaji, kuna fatigue nyingi katika wachezaji. Sasa nikirejea kwako Ali, katika mchezo huu ambao umeweza kuwa katika hapa ugani, ungalikuwa wewe ni kocha wa Alara, wewe ni underdog katika mchezo kwa sababu umetoka upande ule wa Homa Bay, mara yako ya kwanza kufika finali, hauna uzoefu mingi, lakini pia unatamani ushindi kwamba urejee Homa Bay ukiwa Nyanza champion. Ungefanya nini kipindi cha pili? Kipindi cha pili ningebadilisha ule mfumo wa uchezaji. Unaona ule mfumo ambao wanautumia kwenye safu yao ya ulinzi, wanatumia mfumo wa 4. Basi ule mfumo ningeuacha ili kuongeza nguvu kasi katikati ya uwanja. Ningemtoa mchezaji mmoja ambaye ni mshambulizi kule mbele kuongeza nguvu kasi katikati ya uwanja. Ina maana kutumia mfumo wa 3 katikati ya uwanja, kwa sababu tunaona pale katikati wapo wachezaji wawili ambao wanacheza ni midfielding ile. Asante sana Kassim Mohamed. Tuangalie upande ule wa Nyakach, ni kwamba yule ambaye alikuwa ni mpinzani wake mkubwa ambaye tunafahamu kwamba ni Luak mwaka jana katika finali ashambandua, si kwa bao moja, kwa bao 7. Anaishi kwamba ni mwaka wake wa kushinda sasa, kwa sababu amekuwa katika finali hizi miaka rudi. Nyakach atafanya kipindi cha pili ndiposa apate ushindi katika mechi na aridhike kwamba kwa finali kwa muda mrefu, kwa sasa mimi ndio bingwa wa Nyanza. Nyakach kile ambacho wanastahili kufanya ni kuongeza makali katika safu yao ya ulinzi, kwa sababu hamna shida pale nyuma na katikati. Pale mbele bado wako pale, makali yao ni butu sana, lakini waweze kuongeza makali. Huenda Nyakach, sio huenda, Nyakach najua na imani kuwa wataweza kufuzu kuelekea mambo ile ya nationals. Atakuwa akinipatia ubashiri wake, lakini kirejea kwako Ali, jana tulikuwa ugani Kano Lotunga Mosocho, mechi baina ya Agorosare waliokuja pamoja na timu ile ya Matutu. Tukaona kwamba kipindi cha kwanza Matutu mabao 2-0, kipindi cha pili ndipo vuruma iliweza kutokea kupelekea mechi ile kuweza kusitishwa. Picha hazikuwa nzuri mitandaoni, ugani nipe nikupe, mguu niponye katika mchezo huo. Unahisi kwamba unasema kuhusu ile taswira tuliyokuwa nayo jana Cardinal?
Sio taswira ambayo ni nzuri sana, na ni taswira ambayo katika mchezo wa soka siku zote tumewaona wachezaji ambao wanapambana wapinzani huwa hawana tatizo kabisa, na unapata wale mashabiki wanaingilia kati na hata kuweka kuwaweka wale wachezaji katika hatari. Ni taswira ambayo singependa sana na singeomba kwani ishuhudiwe ile taswira. Si nzuri. Tunafahamu kwamba kocha wa timu ya Matutu Joseph Ngoro ana majeraha kufikia sasa hivi. Wachezaji wa timu wa Matutu bado kunao wengi ambao waliweza kuumizwa katika vurumai ile, lakini Kasim Mohamed, tukirejea katika mambo hayo kwamba wengi waliofika hapa walifika kuweza kungoja fainali ya vijana. Kufikia sasa ile ambayo tumeweza kuambiwa ni kwamba imeweza kuahirishwa kwa sababu wa uzito wa kesi iliyo pale, kwamba mechi haikuisha, dakika zilikuwa zimesalia, mechi ikasitishwa. Ni mmoja anapewa ushindi, dakika zilizosalia zinapeanwa, ama ni nini? Unahisi kwamba labda kuahirishwa kwa mechi hii, unahisi vipi kuhusu hilo? Kuahirishwa kwa mechi hii ili kutoa nafasi kwa timu zote kuweza kukubaliana na kujitayarisha, kwa sababu baadhi ya wachezaji wa timu ya Matutu kuna wale ambao waliumia, kocha wao na majeraha, na sasa hivi wale mashabiki vile vile makali yao hajarudi chini ile hasira, hamaki zao. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuahirisha mechi hizi ili kuruhusu hali itulie, alafu ndio basi wacheze siku ambayo itaratibiwa. Kasim, tumeona kama mabingwa wengi wameweza kuaibishwa katika michezo hii, katika michezo mbalimbali. Kisumu Day nyumbani, Majibu ya Ugani yakitulia, tunaona Gor Mahia kenda nyumbani, Solidarity Boys nyumbani. Unahisi kwamba ni kipi kile ambacho kimebadilika mwaka huu? Mabadiliko ni kuwa vijana wameamua kwani kujituma ili kuweza kuwaonesha wale wengine kuwa sio wao peke yao wapo, kwa sababu ukiangalia kama Solidarity sasa hivi ipo nje, watu wengi walikuwa wanasema huenda wakautetea ubingwa wao, lakini kuna timu ambayo imekuja na wakaweza kuondoa, na huu ndio mwanzo mpya kwa hizi timu zile, kwa sababu wamesema kuwa hawataki ikuwe ni Farmers League. Wanasema kwamba ligi siweze kuwa ya wanyama. Ali, labda swali la mjambo ndio kupatia, kwa sababu utakuwa unarejea katika meza ya matangazo. Ni ile nilikuwa hapa katika michezo hii, tumesikia kwamba kocha wa timu ya Harambee Junior Starlets miaka chini ya 17 ako hapa ugani, kuona kwamba kama kuna talanta, kwa sababu ukanda wa Nyanza kwa kina dada pia kando na ule wa Western unaangaliwa sana kwa talanta. Unahisi kwamba kuna talanta ataziona asubuhi ya leo? Talanta zipo nyingi upande wa Nyakach, upande wa Arala haswa si mvutia ama yule mwanadada jezi namba 4 mgongoni amefanya kazi ya ziada sana, na ni mchezaji ambaye atakuwa ni mchezaji wa kuangaliwa sana, na jezi namba 8 mgongoni wa Nyakach. Asante sana, nitakuwa nikikuruhusu uweze kuwa ukienda katika meza ya matangazo, tutakupata upande ule mwingine. Kipindi cha pili kinaenda kuanza katika mchezo hii, lakini nikana kwamba umetumwa. Labda umetumwa nini? Algeria Kerubo, tunazidi tu wataja wale ambao wanafuatilia. Alex Osiemo, Algeria Kerubo anasema from Manana Bahrain Kingdom, yuko ndani. Esikonko anasema Hamisi Sauti, okay. Cameraman Cheza, okay. Koko yuko ndani. Asante sana wanaozidi kutufuatilia moja kwa moja. Kumbuka tuko ndani ya Ndizi TV, na basi kumbuka sponsors wa sport ama Nyanza Sports Vibes wapo ndani ili kuhakikisha kuwa unapata bidhaa mbalimbali kuhusu sports. Asante sana. Kipindi cha pili chaanza, tutapewa picha za ugani. Ubashiri wako kipindi cha pili, tukitoka hapa ugani, ubashiri kipindi cha pili. Ubashiri kipindi cha pili, Nyakach matatu, Marara 0. Wasikusikie, lakini tunapewa taswira za ugani hapa hivi katika mchezo huu. Wananoa misuli, ni kwamba wana Alara washafika ugani. Nyakach wanaingia katika muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo tutakuwa tukisubiri tu kuona kwamba kipindi cha pili kitaweza kuwa vipi katika mchezo huu ambao timu zote ambazo zinazidi kujipanga kuweza kufika ugani katika mchezo huu. Ni mechi ya fainali ukanda huu wa Nyanza. Upande mmoja Nyakach kijani kibichi juu chini midhili ya Gor Mahia, upande mwingine Alara Luminous Green katika mchezo huu. Kwa hivyo ni mechi ambayo inasubiriwa sana, washikadau wa soka wako humu hivi. Kwa hivyo tutangoja kwamba matunda yatakuwa yapi 90 za mchezo huu zitakapokuwa zimeweza kuangaliwa. Mashabiki ni wengi, washikadau ni wengi, kwa hivyo kwa sasa ni kuweza kuwa tukisubiri kuona kwamba kipindi cha pili kitaweza kuwa vipi, na kwamba ni sauti yake Ndemo Steven, Captain 001 Ndizi TV. Tunafuatilia michezo hii ambayo ni hatma ya michezo iko upande ule
wa akina dada. Ndiyo mechi ya mwisho katika michezo hii, kwa hivyo tutakuwa tukisubiri tu upande ule wa watangazaji waweze kutupeleka katika kipindi cha pili cha mchezo huu. Namwona kwamba wako Tisti Ali. Haya bana, kipindi cha pili kitakuwa kinang'oa nanga muda sio mrefu. Wachezaji wa timu zote mbili tayari zimefika uwanjani. Wale wana Nyakach, jezi nambari 6 mgongoni, Joy Achieng na ile gozi bila shaka atakuwa anaanzisha mwamuzi wa katikati ya uwanja Maxwell Were yake kuona kwamba mambo yanakwendaje. Jezi nambari 10 mgongoni, bila shaka yule jezi nambari 4 mgongoni Tina Akinyi tayari amefika pale kutatanisha mambo, aone yatakuwaje. Kama ndo najiunga nasi, basi ni kipindi cha pili hiki. Fainali babu kubwa, haijawahi kutokea katika historia ya nchi bana. Mwanaha Arala huyu akiingia kitinga kujinyakulia nafasi kuingia kwenye fainali, na bila shaka kuendelea kuzungumza watakuwa wanapiga badiliko la kwanza. Mwana Nyakach akitoka jezi nambari 6 mgongoni, Joy Achieng akiingia jezi nambari 10 mgongoni, Mwite Juan Akot. Ngozi ile imeanza, anapiga mbele kabisa kwa mtoto mwenzake pale, anaangalia piga wapi, ndefu kabisa kumtafuta jezi namba 10 mgongoni, namba 9 anatambana mpira, kipenga kinapulizwa pale, anasema kasha otea na kipenga kinapulizwa. Anaka gozi pale, anaenda na gozi vizuri kabisa, analiweka mle, anakwenda rusha ndani kabisa kumtoto mwenzake, wapi, bado inakuwa ndefu, gozi inatoka nje. Gozi bado inakuwa nje. Haya, anatamba na mpira, anarusha vizuri kabisa. Sawa. Ongeza bado kidogo, tuko hapa na emergency tafadhali. Jina. Haya, analala chini, anaangalia piga wapi, kata 1 2 3, anakata tena, anachafua, hatari kwa kichwa, hatari anawamusha mashabiki, jezi namba 4 mgongoni, anawamusha mashabiki tena, jezi namba 4 mgongoni, tena Akinyi namna gani, anakata ya kwanza, anakata ya pili, inakata, anapiga kwa kichwa, anaachia kifale, jezi namba 4 mgongoni, tena Akinyi wanapata bao la kwanza. Nini huyo mbele ya mashabiki wote namna gani? Haya, anamusha mashabiki wote. Mchezaji namba 4 mgongoni anaitwa Tina Akinyi huyo. Anafanya kazi ya jitihada pale. Ubashiri ule wa mapema, kuna mtu alikuwa anasema kwamba at the end of the day tunakitarajia Nyakach atakuwa na win. Na kabisa nilikuambia, huyu msichana alifunzwa na Didier Drogba. Alifunzwa bila shaka role model wake. Anaiga wanacheza jinsi ambavyo anacheza. Amenibamba kabisa. Anaitwa Nilitoka hapa muda si mchache. Nikienda kuzunguka nikafika kule kwenye Nyanza Sport Vibes. Nikapata kuna gozi pale imeandikwa street soccer. Street soccer bana. Ni gozi ambayo inavutia. The latest soccer, quality soccer. The latest one. Ambayo ipo kwenye market sasa. Inachezwa kwenye lami, kwenye changarau, kwenye nyasi, kwenye mawe na kwenye mchanga, inakubali hadi kwenye miba. Inaitwa street soccer ile. Basi tutembelee pale. Na wakati ambapo unatutembelea, kumbuka kama uko nyumbani, fungulia Ndizi TV. Fungulia Ndizi TV live kupitia TV nzuri zaidi. Ndizi TV. Televisheni nambari 1 hapa Kisii. Inakuletea kila kitu. Inakuletea matangazo mbashara. Hakuna kile ambacho itakupita. Yaani mambo yako shwari kabisa ndani ya Ndizi TV. Naona yule mchezaji amekubali kunyanyuka juu. Edwin Atieno anakubali kunyanyuka. Ndio. Anapata ganga za mganga, anasema nipo sawa, na anakubali kunyanyuka kuendeleza mtanange. Yes. Haya. Swadakta. Gozi litarejeshwa nyuma. Mwana mwamuzi wa siku Maxwell Were anafika pale, anasema ile pale itakuwa kama ndo ile. Anzisha tena na 8.
Akot yule pega juu kwa juu, tuliza tena Arala katikati, Captain Fantastic jezi nambari 19 mgongoni, Velma War tena kichwa kinaita Velma War, kimbilia ile gozi Velma War, tuliza ile gozi tena juu kwa juu, jezi nambari 14 mgongoni, nasema potele popote. Shakina Zakari huyo Ndio. piga badiliko bila sio badiliko lile, Ni ni yule yule mchezaji ambaye alikuwa ameugua kule. sio badiliko, ni yule mchezaji alikuwa ametoka angalau apate tama la machi, Amerudi kwenye uga tena. anarudi na nguvu kazi. Ndio. Haya, rusha ule mpira, kichwa kinaita Mwana Nyakach, tuliza tena juu kwa juu, jezi nambari 19 mgongoni, anauziwa Doluga yule Captain Fantastic, mwite Velma Awar yule Captain Fantastic Velma Awar. Haya, weka ile gozi chini, voromesha juu kwa juu, kichwa kinaita tena, itikia tena, cheza juu kwa juu, jibu kwa kichwa, jaribu ile mogo, anasema mwamuzi, tuendelee, tuingie. Jezi nambari 9 tuliza, anavalisha mtu kanzu nzuri, valisha mtu kanzu ile kwenda skuli. Jezi nambari 9 mgongoni, Emilia Dhiambo, Lakini kama shaotea anapiga kanzu ile ya mwanaume ile kabisa. lakini anaambiwa bana, unajenga kibanda eneo lisilo lako, bomoa hama. Nizidi mimi. Haya, Lakini ule wakati wangu Naam. nilikuwa mbaya bana. ukicheza soka Mimi ningekuwa naweza kukusakata baya. mwalimu wangu aliniambia sina miguu ya kucheza soka bana, Ikambombo akanambia wewe una mbio na ujuzi wa kucheza handball. Asante sana. Haya, Ona Aisha jezi namba 4 mgongo. anaitwa Tina Akinyi, tena cheza na nane, Gito Amolo wanakata Nyakach. Ali Naam, Akinyi tena akisika gozi, Akinyi tena yule, opponent ataki kufika kwake. na bila shaka ukisikia mchezaji ambaye anakuwa ni hatari kwa timu, Ndio. hata kama sio vile anaachia mikiki, Ndio. basi kila mtu huweza kumuogopa na anakabwa sana, na kwa hii unaona kwamba huyu Akinyi Tina hajashikwa vile, na lile goli likawa linatokea kwa kutomshika yule Tina na kumruhusu kusambaza mipira, ukimwona kwamba anatumiwa kama midfielding attack ile Na ya timu ya ukimwangalia Rala. kwenye uwanja huo, Naam, yeye ndiye last ball. yeye ndio last ball Yeye kwenye ndio mdogo uwanja, kuwazidi wote. anafuatiwa na yule jezi nambari 9 wa Piga Nyakach. mbele kabisa, lakini wapi? Na kwa mwingi unatoka nje. Anasema msaidizi wa mwamuzi Calvins Motore anasema mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Ndio. Alikuwa anarusha jezi 18 mgongoni, Wandera rusha, wapi, wanatoa jezi 15 mgongoni, Atieno Lelian, anaitwa Linet huyo, jokojo, mpira unatoka nje. Wandera atakuwa anarusha ule mpira, Nyakach rusha, Wandera jibu kwa kichwa, jezi 11, tia kwenye kifua, piga chokocho, Mwana Arala huyo, piga pote la popote, mpira unatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Mwana Nyakach. Kama ndo najiunga nasi kipindi cha pili, fainali hii, Mwana Nyakach akitingana, akimenyana, akigaragazana, akikipiga dhidi ya Mwana Arala katika uwanja huu wa shule ya upili ya Gusii. Ina maana Gusii ama Kisii School hii. Fainali hizi za michuano ya ukanda wa Ziwa, yani the regional muhula wa pili mwaka 2024. Na kama ndo najiunga nasi, bado Mwana Arala yupo kidedea, yupo mbele kama mfuko wa shati. Bao ambao ulisababishwa na mchezaji nambari 4 kusakata watu, anajulikana jezi namba 4 kule. Rusha Lakini wapi? Tia tufali, anatumia mguu wake wa kushoto vilivyo. Ningekuwepo mlinda lango mimi ningetoka Anachia mbio. mkuki ule uliokwenda skuli. Ingelikuwepo mimi ningetoka mbio. Haya bana, kama ungekuwa mlinzi ungekimbia. Ningekimbia kabisa. Ungeacha ile. Bana, hiyo yaweza kuniua. Haya bana, hiyo inanikumbusha sana. Ndio. Ule mpira wa handball ule. Ndio. Basi ule usingeweza kucheza. Wanaanzisha tia kwenye kichwa, Arala jezi nambari 6 mgengoni. Mwite nani, Juliet Akinyi. Piga pote popote, na kwa mpira wa kurusha kwa faida Mwana Arala. Anakuwa anarusha nani, jezi nambari 4 mgongoni, mwite Michelle Gineve. Piga tena kwa kichwa, Mwana Arala huyo anamvalisha mtu kanzu, jezi nambari 19 mgongoni, Captain Fantastic huyu wa Nyakach. Wanaingia tena Mwana Arala, tuliza kwenye kichwa, katakata tena Mwana Nyakach. Wanaingia Ameokoa. alijaribu sana, Ameokoa. haya
Jezi nambari 13 mgongoni. Anaokoa Namna gani? nakwambia, ingekuwa Dulanta Ingekuwa tunahesabu mambo hapa. tungekuwa tunasema ni moja kwa moja, Lakini anasema mimi siwezi nikaruhusu jezi tena. namba 13 kakataa. Haya bana. Rosha ile gozi. Toa tena Mwanarala. Pega juu kwa juu anajaribu tena. Peke anatoa kujaribu, lakini mwamuzi wa siku anasema anauziwa Doluga, itakuwa ni foul ile. Jezi namba ngapi mgongoni ule? 6 mgongoni. Mwite Juliet Akinyi. Bila shaka mchezaji yule ni kama ameumia. Juliet Akinyi yuko chini. Kama ndo unaungana nasi kipindi cha pili, ndio goli moja wanaongoza Mwanarala dhidi ya Nyakach. Ndio goli ambalo lilipatikana kwenye kipindi cha pili hiki. Kipindi cha pili mwanzo wa kipindi cha pili na goli linapatikana. Ndio. Na hadi kufikia sasa ni kwamba iwapo kipenga cha mwisho kinaweza kikapulizwa kwa sasa hivi, basi itakuwa ni mbashara sana kwamba Mwanarala anatinga kuwa na umbali moja. Ikumbuke kwamba hajawahi kutokea huyu Mwanarala kufika kwenye fainali hizi. Ametoa kadi, amebeba mkono. Kadi ya pili ya njano itakuwa inapewa, na ngoja tusubirie tuone. Kana kwamba mchezaji kuna yule ambaye atakula kadi, na bila shaka anakula kadi ya manjano. Jezi nambari 9 mgongoni. Baada ya kumwangusa mwenzake akamwacha huko akilala, yeye kakwenda zake. Emily Adhiambo anapigwa kadi ya njano. Basi anaambiwa hiyo ni kukosa heshima. Tunaishuhudia kadi ya pili ya njano. Kwani mpira wa dhambi uendelee kucheza, unaweza pewa kadi lakini refa amekuwa na msamaha. Kasim, asante sana, sauti ya Steven Ndemo. Kumbuka, mbali na kuwa ndani ya CPN TV, tuko live ndani ya Ndizi TV kuhakikisha kwa mambo mazuri pale, wadhamini wakuu wakiwa Nyanza Sport Vibes. Ukisikia jina Nyanza Sport Vibes, basi jua ndio wadhamini wakuu katika michuano hii moja kwa moja. Basi wanauza mipira yote, ila sio ile mipira. Unajua kuna watu ambao hawana vibes, watu kama Kurukuntu wa Kisii TV wananga mistari kwa kina dada. Sasa vaa tu
Haya, mbele ya kamera, mbele ya umati, mbele ya Mungu. Mosora, maji yanawekwa hisani ya kasisi na nahodha captain. Haya, Ndembo anasema anatoa 1000, atatoa shilingi 500. Haya, asante sana. Mbona unashusha chini wewe? Ni Zakayo unashusha. Tumesema ni Elikani 1000 ni 1000. Wacha kushusha. Sijashusha mimi. Tulisema anguka naye. Najua hizi picha ambazo Kangwana anazipiga zitaenda mbali. Akina Teya wanamtegemea. Sema amemtuma hapa wapigia picha quality. Wanasema kwamba picha ni takriban maneno 1000 na wakati huo unaona kuna badiliko upande wa winga, badiliko la pili kunradhi ya winga Alara, badiliko kwa upande wa Alara, jezi 17 anaingia ugani, 14 kama Chicharito anatoka nje. Tusubiri 17 ameambiwa nini katika kipindi hiki cha pili. Asante sana. Ni badiliko ambalo limeweza kuandaliwa. Tuone kama litakuwa ni badiliko la kiufundi. Haya, sikiliza. Wanaleta chini kwa chini, hatari, Kizaza bado anapiga tena kwanza, ya pili namna gani? Alipata nafasi Mura akamkwepa mlinzi wa kwanza, wa pili akasema tisti midhili ya Berlin Wall, ikamzidi ukatoka nje. Wanapata kona Nyakach, wananusurika Alara, wananusurika kina dada wa timu hii ya Alara. Habari kutoka Kisihot. Kuntu huyu Kurukonto anajituma sana upande ule wa Kisihot. Pia ni mchezaji wa timu ya media ya wanahabari wa Kisii, timu kali sana. Inafaa tupewe Gorosare tucheze nao. Na hakika kama tupewe Gorosare kama Kisii media, tupewe Gorosare. Umeomba tutapewa. Kona mashabiki wanaambiwa tafadhali tuweze kusonga taratibu. Lakini leo kumekuwa na amani, mashabiki nidhamu ya hali ya juu. Kumekuwa na nidhamu ukilinganisha kwamba kwanza ni mechi ya kina dada, la pili ni kwamba wote washafuzu kwenda nationals. Kwa hivyo hakuna zile hisia au interest ambazo ziko juu sana. Ndio maana tu utulivu umekuwa katika mechi hii. Asante sana, utulivu. Kwa mechi ya vulana tutakuwa tunawapea mwelekeo. Tukipata mwelekeo na sisi letu tutakuwa tunakuwajuza. Sikiza kona. Atakuwa anachonga mwite Morin Atieno. Kona hiyo wanafaidi kina dada wa timu ya Nyakach. Naleta pale kona hafifu. Haya, inga pembezoni hamna mtu. Anakimbilia beki huyo mwite Akinyi Aisha. Sio Aisha Jumwa. Haya, dunda 1 2 3. Toka nje. Kumbuka tuko ndani ya Ndezi TV, CPN TV. Hakikisha unayapata matangazo mbashara. Langu jina 001. Piga pasi Nyerezi. Unacheza wapi pale? Anakataa beki huyo mwita Aisha. Kwenye gamba la kifua jazi nambari 9. Piga pasi pale kwa jazi nambari 16 kwenye gongo za mwite Joy Acheng. Namba kali hatari. Kizaza anasema ni heri fedea kuliko lawama. Ngozi natoka nje. Ilikuwa nafasi Mura upande wa timu ya Nyakach. Jezi 11 akaweza kupenyeza. Alikuwa mbakisha tu beki mmoja aweze kuachilia tobo. Beki akasema kwamba iwapo utapita mpira usipite. Mpira haukupita lakini amepata jeraha. 1 for the team. Sana. Sema heri mpira upite. Lakini ngozi pite au pasipite. Bado ni utulivu. Mashabiki wametulia tu, ni midili ya maji mtungini. Haya, rusha pale. Iga juu kwa juu. Labda kali pale lakini naukosa. Haya, iga kichwa hatari. Kona. Ilikuwa ni nafasi ya ushambulizi kwa upande wa timu ya Nyakach. Wakalegea kidogo Alara, wakajaribu kushinikiza lakini haikuwezekana. Wanapata kona. Wametuliza mashambulizi yao, wameongeza upande ule wa ulinzi. Je, watalinda hadi dakika ya ngapi? Wataweza kulinda na kutunza goli lile hadi wakati upi? Tuone kama watakuwa wanaruhusu. Haya, kona naenda kuchanjwa. Kona naenda kuchanjwa pale.
Haya, sikiliza, analeta pale, piga kichwa namna gani? Kudelinga shabaha, sentimita za kuhesabu. Ule upande wa delivery ulikuwa sawa, ukapia kwenye mstatili, ukapata kichwa, kila kitu kikawa sawa, lakini upande wa accuracy ukamsaliti, wanakosa bao la kusawasisha Nyakach. Asante sana, maneno yake mhakiki na mdadisi wa soka Mwitendemo TV kutoka kituo chake cha Ndizi TV ambacho kinapatikana katika barabara ya kuelekea Nyamatalo. Nyamatalo, piga pale kwanza kichwa, wanacheza piga piga, lakini peke huyu anakataa. Aisha anasema mimi sio Aisha Juma, ni Aisha, natoka nje. Anasema Aisha anasema kwamba mimi naye niko piga pote na pote, toka nje. Kile ambacho pia kitaweza kuwa kiongelewa sana ni kwamba japo wengi wako hapa katika mechi hii walidhani kwamba baadaye tungeweza kuwa na fainali ya vijana, kuweza kuona kwamba nani atakuwa bingwa wa Nyanza, nani yule ataweza kuwa akienda upande ule wa kitaifa. Kunaye Kodero Bara ashafika fainali, kunaye Gorosare na Matutu, tunasubiri kwamba nani yule ataweza kupatiwa na ile upande wa juri ya michezo hii nafasi ya kwenda kwenye fainali. Nusu fainali itarejelewa, walioumia watafanyika vipi, ni kusubiri tu, lakini kinachohusunisha leo hii ni kwamba fainali ya vijana haitakuwa na tunasema ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Kumbuka basi wadhamini wakuu ni wana Nyanza Sports Vibes ambao basi wanauza bidhaa mbalimbali jazi, hususan ligi kuu ya Uingereza inaanza mwezi wa 8. Niliona kwamba jazi ya Manchester kwa sasa tumeweza kumpiga nje timu Viwa, tumeleta Snapdragon ambaye pia inahusikana na mambo ya simu, ndiye atakuwa mfadhili wa Manchester. Kwa hiyo ukinunua jazi hakikisha kwamba iko na hiyo Snapdragon ambaye ndiye mfadhili wa United Man msimu ujao. Naambiwa kuna kaka wanaomba jazi, wanunuliwe jazi na wachumba wao, lakini performance ni zero. Hili moja ya Manchester. Imekuwa hili ya Manchester. Sawa, kama wewe basi ni mchezaji hodari na sahihi. Akiniamini nitajiamini. Haya, taratibu. Kumbuka basi kama uko ndani ya Nyanza, jazi zote, jazi za Arsenal, Chelsea, United, Newcastle, timu zote tu Real Madrid zipata ndani ya Nyanza Sports Vibes pale ndani ya Wamini Plaza. Karibu na choma hatari. Namna gani ndio kwa piga, namna gani hatari, go namna gani, mama yangu kitu sasa tunaweza kuhesabu. Asina bahati ya batiki hapa. Alipata nafasi murua jezi 9, mshambuliaji mtegemewa katika timu ya Nyakach, akawa kwenye kidari ikakubali, gushoto ukakubali, jaribu penyeza upande wa 4 post ikamsaliti, na Nyakach tena kwa muda nafasi nyingine tena wanapoteza nafasi ya kusawasisha katika mechi hii ya fainali. Itabidi wamengoja tena. Gari pale wangu Emerson, lakini ngozi inatoka nje. Kumbuka basi zile trophy ambazo timu ambayo itashinda itabeba inatoka kwenye Nyanza Sports Vibes. Wanasema kwamba mcheza kwao utuzwa na watakao tuzwa watapata kwa hisani ya Nyanza Sports Vibe. Pia bila kumsahau upande ule wa Peak Sports Uniform pia ambao ni wahisani waliokuja on board kuhakikisha kwamba matangazo haya unayapata vema moja kwa moja kwa hisani ya Ndizi TV. Upande mwingine unatazama upande wa Cyprian TV, upande wa Facebook, yote la msingi ni kwamba tunahubiri soka. Unajua koti ya Cyprian ni jina la kike. Cyprian kike ni Cyprian. Kike ni Cyprian, kiume ni Cyprian. Mungu kitaja wataweza sema ni Cyprian. Awiti. Haya, anatukosoa vema ni Cyprian anayetuambia haya yote kwamba unayapata pia kwa hisani yake. Aisha iga pasi pale Kipa na Nyaka anarudisha 1, 2,
Piga juu kwa juu. Wanacheza wapi kitu kinaita. Piga pale. Hatari. Basi nakatwa. Rudisha moja mbili kataa. Na unajua Kasisi, kuna ambao wanafuatilia haya matangazo mitandaoni, lakini wanakosa kufahamu kwamba kando na kutazama michezo hii, kila ambacho unahitaji kwako, weka hiyo like yako, weka comment yako, follow page hiyo. Kama njia pia, hatuhitaji fedha, lakini ukifuata mitandao hiyo unaipatia umaarufu, unaifanya iweze kuaminika, kuleta mengine na mengine kwa kwao. Watazamaji wapo, nambari zao zaonekana, kwa hivyo upande ule wa Facebook, YouTube, Ndizi TV News, ndipo sasa tuweze kusema hiyo ndio shukrani ambayo unaweza kutupa. Vile vile uweze kufollow pale Spin TV. Asante sana. Amepiga midili ya Thomas Partey. Amepiga midili ya Thomas Partey, nafasi murwa bila pressure, anapiga tu nje. Asante sana. Basi amepiga midili ya kuweka bodi. Asante sana. Ndio Thomas Partey mchezaji mzuri sana. Napomwongelea Bruno ni kwamba angalikuwa katika mechi ile, labda tungeona France upande ule wa nusu finali, hatukuwaona kwa sababu aliweza kupigwa nje, kumaanisha kwamba ni kiungo matata, sio Manchester, hadi upande wa Portugal. Asante sana. The only penalty taker ambaye naweza kumwaminia aweze kupiga penalty ya kuokoa maisha yangu iwapo nitakuwa kwenye shida, basi Bruno Fernandes, yeye naye nitaweza kumwamini na nafasi ya penalty. Asante sana. Haya ni kuna wachezaji wako chini. Kuna wachezaji wako chini. Asante sana. Tusubiri tuone mama atakavyokuwa. Hapa. Kuna mchezaji uko chini, pewa ganga za mganga. Najua kuna siku moja anaitwa Oscar dos Santos Jr. akichezea Chelsea, aliumia, alafu basi akaona daktari ni wawili, wa kike na wa kiume. Akaona wa kiume ametangulia, akasimama. Wewe wa kiume akarudi, wa kike akaendelea kuingia uwanjani, tena akarudi chini. Anasema kwamba wakati wote ukiona nafasi itumie vema. Akamwambia madam, sijapata jeraha lakini you can take your time. Kasimu, my doctor, my choice. My doctor, my choice. Akamwambia madam, take your time. Tuko mbele, tumefunga magoli. Nikana kwamba uende hospitalini, bibi yako anazalisha, alafu na ujauzito, ufike pale uone kwamba ni baba ndiye atakuwa akimsaidia kuweza kujifungua. Unaweza kataa useme kwamba hajakuwa tayari bado kufungua, acha mwingine tena akuje. Acha nimpeleke hospitali nyingine. Hayo ni malimwengu. Kumbe kwamba unalipa, kwa hivyo uko na haki ya kupata services ambazo unazitaka na mhudumu ambaye unataka pia. Ndio maana nasema mimi iwapo nitaoa nitajifunza kila kitu. Kuzalisha, ujifunze kila kitu. Uwe self-contained. Uwe self-contained. Ndio isije kufanywa kazi na mwanaume mwingine. Zote. Haya basi, ni Kasisi akieleza tu mambo bayana haya hivi, na unapofuata haya kumbe kwamba kaunti ya Kisii ni kaunti ambayo wanasema kwamba NCO Mwando ni upande ambao tuna kila kitu. Kama hujafika Camel Park bado hujafika Kisii. Hujafika Kisii. Ufanisi hujafika Kisii. Kama hujamuona Kasisi wa soka, hapana, hauko Kisii. Lazima muone Kasisi. Asante sana. Kama hujamuona Cyprian pia,
bado hujafika Kisii. Na ni kutetea. Kwani ulipata nani huyo kasi Sikiliza sisi? kwanza Ikabu, tutaweza kukuambia hapo. Tutakuja kwanza pale mwite Irene Wandera, lakini wanapoteza muda hapa. Mchezaji uko chini. Hapa ni katika harakati za kupoteza muda tu. Asante sana. Unajua katika mechi mchezaji anapokuwa ugani ni yeye kuweza kuona kwamba ataendelea hadi dakika ngapi, akihisi kwamba yuko vema ni haki yake aweze kuenda chini. Wale walio uwanjani wataona kwamba alijiweka chini ama hakujiweka, lakini ako chini. Upande wa timu ya Nyakach wanahisi ni kwamba baada ya tabibu aliyekuwa akimwendea kurejeshwa, watahisi ni kana kwamba ni muda walikuwa wanapotezewa. Wanalalamika kwa Matchcom kwamba njia gani hii ya kucheza mchezo, lakini yote tisa fauli wanayo. Asante sana, mpira wa Ikabu. Nyakach wanakuja kufaidi kina dada wa Nyakach. Sikiliza, tutakuwa dokoza mwite Irene Wandera, analeta pale nzuri nje. Namna gani hapa Irene Wandera? Irene Wandera alipata nafasi murwa, alikuwa na nafasi ya kuweza kupoteza mpira ule, hatua nyingi kutoka kwenye lango, kapiga refu upande wa far post, ikapita mita chache tu kutoka kwenye lango, bado wanazidi kunusurika Alara. Natoka jazi nambari 7 mwite Lilian Adhiambo, anaingia jazi nambari 12 Elizabeth Alfin. Nafahamu kwamba wachezaji walio hapa wanajituma wakifahamu kwamba washikadau na scouts mbalimbali kutoka upande ule wa coaching wa michezo hii wako hapa ugani kuhakikisha kwamba mchezo huu umeweza kufuatiliwa, na kwa nikikueleza katika muda usiokuwa mrefu. Na haya piga pale mbona refa hatusikizi? Upande mwingine wasimamizi wa Nyakach wanahisi kwamba ni muda mnapoteza. Yote tisa, substitution ishafanyika kwa faida ya timu ya Alara ambao wanazidi kuleta miguu mipya katika mchezo huu kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuchunga kwa maisha yao yote ushindi walio nao kufikia sasa wa bao moja. haya hatari pale, penalty. Wanapata penalty Nyakach. Wanapata penalty Nyakach hapa. Namna gani? Walipata nafasi murwa ni wachezaji wa Alara pembezoni kulia Nyakach, wakajaribu kushirikiza kwenye lango, nikana kwamba mchezaji wa Hawinga akapata mpira ule kwa mkono, na alipopata kwa mkono refa alikuwa karibu naye na akahisi kwamba hii ni penalty. Upande wa Alara watahisi kwamba imekuwa rahisi sana refa kupeana, upande wa Nyakach itakuwa ni afueni, lakini bado penalty ni nusu goli. Mlinda lango amekuwa vema kipindi cha kwanza, mlinda lango wa Alara penalty, lakini pia refa anaenda kumwambia kwamba usitoke kwenye mstari kabla penalty kuweza kupigwa, ukitoka itarudiwa na ni hasara kwako Kasisi. Asante sana. Penalty jazi nambari Tafuna kwa anakuja kucheza penalty hapa. Penalty hii mwite Christine Adhiambo. Christine! Moja. Ilikuwa ni penalti yake Christine, ana kwa ana na mlinda lango. Mlinda lango akawa mkakamavu, mlinda lango akawa tisti, akadhani inaenda kulia, ikapigwa kushoto, akabaki amesema bila uwezo. Nyakach moja, Alara moja. Huko kwetu Rwanda Entebbe watakwambia Wahed, yani moja.
Marani. Gavana Jeff Songwae, gavana wa kwanza toka Marani. yaliyopita si ndwele. Haya, taratibu Christine Adhiambo, mfungaji wa penalti, piga chini kwa chini, analeta pale Dunda, 1 2 3, paraza kichwa, geuka, refa anasema mpira ikawa. Anapeana nafasi Murwa kwa timu ya Kach kushinikiza mashambulizi. Upande wa timu ya Alara itabidi na wameweza kuzuia, wanarejea wengi upande wa nyuma kabisa, wanamwacha tu mshambulizi kwa upande wa nusu ya mbele ya mchezo huu. Nafasi Murwa atakwenda kuupiga, wamejituma wengi, anapiga chini kwa chini, inakataa moja kwa moja pembezoni kushoto, anakosa kasi yake na msaliti, inakuwa goal kick kwa faida ya timu ya Alara, wananusurika. Hapa huenda tukaenda extra time kwa mtizamo wangu, huenda tukaenda katika dakika za nyongeza ambazo tutaona kama mechi itaisha 3-0 ulivyobashiri katika half time. Haya, taratibu, lete pasi Dunda, 1 2 3, inatoka nje. Haya, rusha chini kwa chini, Nyakach kwamba timu hii ya Hawinga baada ya kufunga bao Konradi, timu hii ya Alara baada ya kufunga bao lao la kwanza walipotea mchezoni. Hatujaona mashambulizi, hatujaona mlinda lango wa Nyakacha akiwa na kazi nyingi sana kufikia sasa, kumaanisha kwamba katika mchezo huu ni kana kwamba Hawinga wameweza kuzidiwa na maarifa kufikia sasa. Tutasubiri kuona kwamba kipi kitatokea kwenda mbele, lakini mashabiki tu tutazidi kuomba kwamba muwe matulivu, mechi hii iweze kufika tamati 1-1, ndio 1-1 kufikia sasa. Haya, tuliza, piga pale, hatari, hatari, go 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 poteza nafasi hapa. Ilikuwa nafasi ya Murwa upande wa Nyakach. Mshikaji wa bendera AR akasema kwamba hakuna masiara, hakuna offside, akabaki moja kwa moja na mlango, chenga ikakubali, akabaki wazi na upande ule wa lango, kajaribu kutafuta kumbusha na guu lake la kulia, wakati analipata washarejea wengi wa Alara, akashinikizwa, akapiga juu, anapoteza nafasi ya Murwa. Timu ya Nyakach wananusurika tena Alara. Asante sana, wananusurika Alara. Bado piga tu ya kwanza, chini kwa chini, piga fatake namna gari pale. Haya, Geresha Nyakachi wamewaka moto hapa, analeta juu kwa juu, Pembezoni, tuliza, piga tu ya kwanza, hatari nje. Namna gari hapa, hisia zinaongeza ugani kwa mashabiki wote, wakihisi kwamba bao moja litatuweka mbele ni nani. Wanao nafasi ni Alara, wanamakinika walinzi wa Nyakach. Alara jaribu shinikiza, unakuwa mwingi unatoka, watu anakwenda chini, ni nguvu zimemwisha ama nini, lakini ananyanyuka, wanakwenda kurusha ni Nyakach. Beki wa kushoto rusha kwa laini, wanakana Alara. Nyakach bado wanayo, wanakana Alara. Nyakach bado wanayo, wanakana Alara. Sadfa piatelea pote, anakwenda chini, anasalia chini, ni kana kwamba katika uchongo mwingi, lakini anasema kwamba sijamaliza safari iliyonileta hapa. Anasimama beki wakati jezi 4. Alara wanakana, Nyakach wanashinikiza, Alara wanakana. Pembezoni kushoto, jezi 16, mchezaji bora kufikia sasa, Alara peke yake. Pembezoni kushoto, pembezoni kwa chini, nafasi ya wadu walizuba, ni Nyakach wajedhani wamefika. Alara kuambia safari bado,
wananyanyuliwa mfungaji na mashabiki. Hairuhusiwi kwa mechi zingine, lakini hizi ni za shule. Kwa mashabiki wanaingia ugani kufurahia. Nafasi Morwa wanafunga bao la kiufundi. Alara wanakwenda nyuma tena, ni Nyakach kufikia sasa. Hapa wanapata bao. Alara inakuwa tamo tena zaidi. Alipiga bao la kiufundi. Piga bao la kiufundi. Alara mawele Nyakach moja. Hapa kwisha. Ilikuwa nafasi ya Murwa, walikuwa wamezubani mabeki wa upande wa Nyakach. Pembezoni kushoto akapata nafasi, kapiga pasi ya chini kwa chini, assist iliyoenda shule ikahidhimu. Aliyepewa fundi wa kumaliza Bulelango akatokea, ni ya far post. Hakuwa nafasi, ikawa bao ya ushindi kufikia sasa kwa timu ya Alara, ambao wanasema kwamba sisi ni wageni hapa, lakini kufunga bao sisi sio wageni kufikia sasa. Asante sana. Tutaona ni dakika ngapi zitaongezwa. Anza taratibu. Piga pote. Anapiga pote beki wa ulinzi wa timu ya Alara. Hisia zinazidi kuongeza ugani. Askari wanajaribu kuambia mashabiki kwamba tokeni ugani. Mechi inazidi. Pote wanapiga Alara mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Nyakach. Mashabiki wanaambiwa watulie, mechi inaendelea, lakini wakati huo sinafika anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na wa chini. Anasema kina dada wa Alara ndio mabingwa wa mechi za shule za sekondari mkoa wa Nyanza katika upande wa kina dada. Nafahamishwa kwamba wanatoka Homa Bay wachezaji hawa wa Alara. Ni watoka upande ule wa Homa Bay, ni wageni katika michezo hii. Walipofunga bao kufahamu kwamba mechi ilikuwa karibu kuisha, lakini bao lao lazidi kuwa ni bao la ushindi. Kwa mechi kufunga dakika chache, firimbi ya mwisho ikapigwa naye Michael Were, center referee kwenye mchezo huo. Furaha ribo kwa Alara kutoka Homa Bay, machozi kwa Nyakach kutoka upande wa Kisumu. Alara ndio mabingwa wa Nyanza akina dada mwaka huu. Kasim, asante sana. Alara hawa mashabiki wanashangilia. Mechi imetamatika 2-1. Mabingwa upande wa kina dada, mechi za sekondari. Alara mabingwa wamecheza vizuri. Mashabiki wanawanyanyua wachezaji wa Alara. Ni furaha ya siku moja, furaha ya kushinda fainali, furaha ya kuwa mabingwa wa Nyanza. Si kaunti moja, ni kaunti 6. Au ni Alara walikuja kama underdogs, walikuja kama wageni katika michezo hii, lakini wanatawazwa washindi wa Nyanza. Huzuni kwenda Kisumu, furaha kwenda upande wa Alara. Furaha ya siku moja. Walipotea mchezoni kwa muda mrefu, lakini wakapata ushindi, wakapata bao la ushindi. Mashabiki hapa ni sherehe, shamra. Mashabiki wa timu ya Alara hawa ndio mabingwa wa mechi za shule ya sekondari mwaka wa
24 baada ya kuwapiga Nyakach. Wacha kuinterview. Hizo ni kelele za baadhi ya mashabiki wa timu basi wamefurahia shamra shangwe baada kuweza kushinda fainali ya mechi za sekondari katika shule za upili moja kwa moja hapa baada ya kuwachabanga kidadada wa timu hii ya Nyakach magoli mawili moja. Basi kuweza kuwa wapya watacheza katika mechi za kitaifa yani nationals za kufuzu moja kwa moja katika wa national. Ni mashabiki ambao wanazidi kusherehekea hapa katika uwanja. Mchezo wa soka umegeuka umekuwa siasa. The players want to be interviewed, so
Sasa jambo ni moja. Jambo ni ngapi? Wacha niseme mambo ni mawili. Mambo ni mangapi? Kama Alala imeenda, Ruto anarudi nyumbani. Alala imeenda, Ruto anarudi nyumbani. Kwa sasa wanasema Ziba yo kitu. Ziba yo kitu. Tuende. Sawa. Kazi nzuri. Yes. Sawa. Kazi nzuri. Watu wa mapika. Haya, asante sana. Basi ni mechi ambayo imeweza kutamatika, ama kina dada wa timu ya Arara wameweza kutawazwa ni kama ndio washindi sasa wa michuano hii katika upande wa kina dada, baada ya kuwachabanga kina dada wa timu ya Nyakach magoli mawili kwa moja. Je, mechi hii Ndemo Steven, umekuwepo hapo, umeitizama kwa karibu, unaweza kuizungumzia vipi? Kwangu mimi haya Nyanza mwaka jana hawakuwa, walitoka katika upande ule wa county, wamekuja regional, samesha kwamba hawajakuja kubahatisha. Wakawatoa ni timu ile ya Hawinga kwenye nusu finali. Nyakach wakawa katika finali mwaka jana wakapigwa na Luak. Walikuja na confidence wakijua kwamba baada ya kuitoa Luak kwenye nusu finali, Nyakach walijua kwamba wangeshinda mashindano haya, lakini timu hii ambayo ni Alala imekuja kama underdogs, lakini huko underdogs mwishowe wamechukua ushindi na kuwa mabingwa wa Nyanza mwaka huu. Na kufunza nini? Kwa sababu tuliona Solidarity ikatolewa, sasa hivi wameweza kutolewa ni Nyakach. Inakufunza nini wewe kama inakufunza nini katika maisha? Inafunza kwamba katika michezo hii ni onyo kwa timu zote ambazo zinakuja nationals. Kama ulikuwa nationals mwaka jana, mwaka huu haitakuwa rahisi. County champions wa county mbalimbali wengi walibaki kwenye county. Regional champions wa mwaka jana wameweza kutolewa. Agosta saa hii ni kesi wanategemea kama watafika finali ama hawatafika. Kumaanisha kwamba wale ambao walikuwa ni champions haitakuwa rahisi mwaka huu. Naona kwamba Nairobi pale Dagoretti pia wako na mechi pale, sijui Dagoretti watamaliza vipi, lakini kwamba nionyo kwamba kwa wale ambao ni champions mwaka huu si rahisi. Mnajulikana, wengi wamejipanga wakijua kwamba lazima nijipange zaidi ya Solidarity Boys, lazima nijipange zaidi ya Dagoretti, lazima nijipange zaidi ya Gorosare iwapo nakuja mashindano ya Nyanza. Kwa hivyo wamejipanga zaidi, na kama unakuja kama champion, kuja na kiburi, utabaki na kiburi hicho. Kama ukikuja kama bingwa, ukikuja na kiburi, utaweza kuanguka nayo. Asante sana. Basi kumbuka mechi katika upande wa wavulana imeweza kuahirishwa, bado kuna utatanishi kati ya Matutu na Gorosare, bado haijaweza kusuluhishwa, lakini hayo yote tisa tumekuwa ndani ya Ndizi TV, Cyprian TV vile vile tunamaliza hapa. Unaona, anaeleza captain kwamba mbona hii mechi ya Gorosare na Matutu ni kwamba kesi imechukua muda mrefu kabisa, sababu tunaona kwamba kesi nyingi zikichukua hivi. Ni kwamba nature ya kesi hii ndio inafanya hivyo, kwa sababu kwanza mechi haikuwa imeisha, zilikuwa zimesalia takriban dakika 20 hivi mechi ile ishe kipindi cha pili. Hilo ni la kwanza. Japo vurugu ilikuwa, mechi haikuwa imeisha kwanza. Ndio inaangaliwa na upande ule wa juri. La pili, kunao wachezaji ambao waliweza kuumizwa. Kwa hivyo hata ukijikaza kukimbisha mechi ile ishe, tuseme Matutu wameshinda, bado kocha wao ameumia, wachezaji wao wameumia, kwa hivyo bado haingechezeka leo. Kwa hivyo hakuna ile pressure ya kuicheza leo. Upande ule mwingine, upande wa Gorosare pia kuna wanaohisi kwamba labda wachezaji wa Matutu wako na maswali kwa wachezaji
wachezaji kadhaa wa Matutu kwamba je, ni wanafunzi walifuata 90 days rule nini, hiyo pia inazidi kufuatilia. Kwa hivyo kuna kesi dhidi ya kesi. Matutu wameweka kesi ya kuumizwa, Agorosare pia wameweka kesi, ndio maana inafanya kwamba mechi hii inachukua muda mrefu, na ukiangalia kwamba picha tulizoziona kwenye mitandao jana ni jambo ambalo linafuatwa kitaifa, kwa sababu pande mmoja wanaishi kwamba mbona wachezaji waumizwe, mbona makocha waumizwe, mbona mashabiki waweze kwa kiumizo. Huo ni upande mmoja. Pia upande mwingine Agorosare wanao kesi. Kwa hivyo tunaacha upande ule wa kusikiza kesi upande wa Nyanza, watupatie hatima itakuwa nini, lakini mechi hii itachezwa baadaye, si leo. Labda mtu anaweza jiuliza kulaumiwa ni nani? Mimi kwa upande wangu nitawalaumu mashabiki, lakini pia kamati andalizi kwa kuandaa mashindano bila security yote, hamna ulinzi. Tuliweza kushuhudia pale katika uwanja wa Cardinal Otunga, tuliweza kuona mashabiki wanakubaliwa kuwaumiza wachezaji, jambo ambalo linasikitisha, na tunaomba sana ile kamati andalizi kama wataenda kuandaa mechi kama hizi waweze kuhakikisha kuwa usalama kwa wachezaji na mashabiki. Unajua upande ule ambao ni wa ulinzi wa mechi ile, kuna labda wanahisi kwamba askari wangefanya zaidi, la angalau labda kutoa vitoa za machozi, lakini kwamba ile sio stadium, ile ni shule. Ukiuza vitoa za machozi kuna wanafunzi, ndio maana havikuweza kuwa vikitumiwa. La pili kwamba kuna walisi kwamba mechi ile iwekwe stadium. Uliona kwamba Alhamisi mechi za stadium baada ya mvua mingi haikuwa sawa. Kwa hivyo wanaacha stadium jana iweze kutulia, leo mechi ziwe pale, lakini baada ya high pressure nyingi zikabidi zimemaliziwa hapa kwa sababu ya wavulana haikuwa. Kwa hivyo ni mlima kwa kaunti ya Kisii, kwa sababu finali za soka kitaifa michezo yote itakuwa hapa pia Kisii, kwamba wale ambao wamejisomesha katika mechi za Nyanza yasirudie, pale ambao kufanya vema wafanye vema katika msimu ujao. Pia mashabiki tuweze kutulia, kwa sababu iwapo Agorosare walikuwa na kesi, mechi bado ingeza kuisha, bado kesi yako ingesikizwa, kwa sababu ni takriban dakika 30 baada ya mechi kuisha unaruhusiwa kuweka kesi. Kama uko na evidence bado utashinda. Mbona kurugu iwe kwa washabiki? Kwa hivyo hiyo ni kati ya yale ambayo anaangalia katika michezo katika eneo hili la Nyanza na kitaifa. Haya, asante sana. Basi huyu ni Captain 001 Andemo Steven, nimekuwa mtangazaji wako Kasim Mohamed. Kumbuka wale Kasim, unapoenda kutamatisha labda naweza kuongelea ni kwamba tumefuatilia michezo mbalimbali. Tumeweza kuona upande ule wa volleyball, tumeona Sagegi wameweza kufika finali, akina dada tumeweza kuona Alara kama mabingwa, basketball tumeweza kuona wengi. Labda michezo hiyo urahisi kwamba timu hizi za Nyanza zitatupatia furaha katika mechi za kitaifa. Katika mechi za kitaifa nakwambia, wanasema Zungu it's coming home. Hapa timu itatoka Nyanza, kwa sababu wanasema Nyanza it's home of talent. Tumeweza kushuhudia hizi talanta mbalimbali, na nakubaliana na wewe mia kwa mia kuwa mwaka huu lazima tupate timu ya Nyanza kama washindi. Ni kweli uwezo tunao. Basketball five side msimu uliopita Onjiko Boys walifika kwenye nusu finali. Mechi za mwaka jana katika soka Agorosare walifika kwenye nusu finali, kumaanisha kwamba tunao uwezo wa kuweza kuambiti katika michezo hii. St Mary's Yala, Kisii School pia wakusao upande ule wa rugby sevens pia tutakuwa tukiwategemea sana. Onjiko Boys 3 side tutawategemea pia sana katika michezo hii, kumaanisha kwamba uwezo tunao. Tujipange vema, tuweze kuwa vema, pia tunaweza kuleta ari na furaha kutoka hapa eneo hili la Nyanza katika kitaifa. Twende East Africa. Asante sana. Basi wanasema sana ikizidi sana hiyo inakuwa sumu. Sijui tuweze kutamatisha. Ndivyo, ni kweli kwamba baada ya kuweza kuwa hapa tungewaletea mechi ya finali baina ya timu ya Kodero Bala. Kuna mashabiki wanahisi majina ni Ray Mukua. I expect to see the game of Matutu. I'm disappointed. I use my fare every day bwana. So natumia fare yangu na kuja kuwatch game ya Matutu. Nimekuja sasa, nimesupport timu ya Alara, nimeisupport Anawea but it's good. Hatujui Kenya kilikuwa kinaendelea, lakini we are okay. When is that game played? Labda wewe kama shabiki unajua kama umekereka sana kwamba mbona umeweza kuona mitandaoni picha za jana kilichofanyika ile upande wa Cardinal. Wewe kama shabiki hisia zako ni zipi kuhusu wale wenzetu wa hiyo furugu? Achana nayo, ndio tukue na amani, tuende national
watu wao tuwapige sasa. Tutapiga, si ndio? The pressure increases. The pressure Anasema the pressure increases. Kunayo shabiki hapa wa timu ya Kodero Bara anasema kwamba pia nikata kwamba atakuwa ametamauka kwamba mbona tulichome fair kukuja hapa kutarajia finali mwisho isiwe. Labda Kasim, una swali gani kwake? Je, utaanza na jina lako alafu utazungumzia maandalizi ya mechi hizi katika mkoa wa Nyanza na umehisi vipi kuhusu na hii michuano, ukizungumzia usalama wa wachezaji, usalama wa mashabiki na kuzungumzia tu kwa ujumla. Jina mimi naitwa Boaz Mtieno, fan mkuu sana wa Kodero Bara, Koses, the mighty Koses, na tumehuzunika sana sisi kama mafans. Hatuwezi toka huko tunakuja kushabikia timu, tunakosa mpira, haichezwi, na pia kama wachezaji na pia kama fans. Unajua lazima tukue na ile usalama. Na sasa kwa tunaomba tu wenye wameandaa hii mchezo hiyo leo. Hatuwezi cheza mchezo kwa kiwanja hii. Unaona hii umati wote. First of all, fans hawako safe. Na hata wachezaji pia hawako salama. What about mchezaji akifunga pale hii umati wote uende usingira wachezaji wote. Sasa sisi kama wafans tuko disappointed sana na tuko expect hii mchezo ifike mahali imefika hii. Labda swali ambalo kwa leo wewe kama shabiki wa Koses, kuna ambao wanahisi kwamba labda nyinyi kama Koses ni kwamba ni bahati nyinyi kufika finali, kwamba mechi ya kwanza mkaenda sare tasa na Onyincha, mechi ya pili akahisi ni kana kwamba mliweza kubahatika kuipiga Kisumu Day, mechi ya mwisho wa Goro Sare dhidi ya timu ya Kodero Bara itaongelewa sana kwamba labda ile sare wengi labda waridhiki ilikujaje ile sare, ni kwamba ni Mungu tu anawaleta mpaka mahali hapo mmefika. Hapana, hapo nadhani umekosea kidogo, kama naweza kukosoa. Hatuwezi bahatika kuanzia kule chini mpaka huku juu. Na pia ukiona games zenye tukicheza na Onyincha hatuko tuna bahati la bao, si ndio? Lakini Kisumu Day tulipiga peupe. Wakaenda nyumbani. Jana pia tukapiga Mobimba Bira Boys mabao mawili, wakaenda nyumbani. Sasa pia kwa tunataka timu inaitwa aje? Matutu. Tuwachareza hapa mapema twende juu, si ndio? Sasa hapo hivyo hatuwezi sema ni bahati. Mliona watoto wanacheza mpira mzuri. Hapa kuna bahati hapa. Ananiambia kwamba hakuna bahati kwa upande ule wa Kodero Bara na mabingwa kutoka upande wa Migori wameweza kufika kwenye fainali ambayo kwa sasa itabaki kwa historia na kumbukumbu zao. Kuna shabiki pia hapa hivi, Kasim, kabla ufike kwake, huyu pia alifika hapa hivi, labda sipata hisia zake. Utaanza na jina alafu tuambie hisia zako kuhusu mchezo wa leo na ule mchezo ambao umeweza kuahirishwa ambao haujaweza kuchezwa. Bila shaka kwa majina uniite Budi, asiye na budi tu kama jina lake, na bila shaka sikuwa na budi pia kutia kambi katika uga huu wa Kisii, isipokuwa changamoto machache ambayo tumeyaona wakati ambapo tumefika katika uga huu. Tulikuja huku tukiwa na ile yadi kuwa tutaiona mechi kati ya Matuta wakiwa na Matutu wakiwa na timu hii yetu ya Kodero Bara. Kwanza mimi na kuanga commentator kutoka eneo la Homa Bay, na bila shaka kufikia huku nilikuja kuweka mtazamo wangu katika mechi ya Matutu wakiwa na Kodero Bara. Pale tukaona mechi haijachezwa. Sasa ni mambo kama vita ambayo inaweka michezo ambayo ilifaa kuchezwa isichezwe, inatoka katika ukosefu wa security katika eneo hili, na ikiwa wangeongeza wale maafisa ili waweke pale security katika eneo hili, huenda mechi ingechezwa. Sasa hivi wengi wametumia hela yao kutoka sehemu tofauti wakisafiri mpaka hapa, lakini mechi haijachezwa. Pole sana mtangazaji mwenza, tutakuona kwenye finali, tukipenda faida dakika 5 tusikie sauti yako, lakini all the chini kuhusunika sana, tumehusunika kupata hakuna game huku. Chini kuhusunika sana, tumehusunika kupata hakuna game huku. Nao ni wanafunzi wa shule walikuwa wanacheza hapo, nilikuwa nasikia tu walikuwa wanasema sijui si wanafunzi ama nini, lakini hao ni wanafunzi wetu walikuwa wanacheza huku, kwa sababu walifuatilia kutoka kwa group photo, ilikuwa inaonyesha tu ni wanafunzi wa shule. So kitu yenye tunawaomba tu, Matutu tulishinda, wacha tuongojee game ifike tusherekea pia, lakini pia tumefurahi na hii ya wanadada wetu. Asante sana, tunashukuru kwamba hisia za mashabiki ni nyingi, lakini muda pia nao ni mchache. Matangazo haya yameweza kufanikishwa kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, tukishikana nayo Nyanza Sports Vibe kuhakikisha kwamba umeyapata moja kwa moja. Tunaye Peak Sports and Uniform Center pia upande ule wa Boso kusema kwamba matangazo yafike moja kwa moja.
Kasim, kauli yako ya mwisho. Siku zote basi nashukuru sana wale wahifadhi wote, huku nikisema kuwa dau la mnyonge haliendi Joshi, likienda Joshi ni matakwa yake Mwenyezi Mungu. Salia na Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Kasim Mohamed. Ipo siku tutatimiza ndoto. Wanasema kwamba ipo siku, lakini pia ni sahau timu ambayo tumekuwa nayo. Upande wa kamera moja Stanley Ondieki, upande wa kamera nyingine tukawa naye Victor Sultan Ubangi, upande wa mitambo hapa na pale tukawa naye Conrad Ogwesi Kuku Hats, tulikuwa naye Kamilas pia upande ule kutusaidia hapa na pale, naye Esbon Nyamete kuhakikisha kwamba yote yamekuwa vema. Ni sawasau watangazaji wenza, tulikuwa naye Ali upande mwingine pia kutoka upande wa Nyanza Sports Vibe, kwamba yote yameweza kufanikishwa hadi sasa. Katika edition hii ya sasa tunafika tamati ya michezo hii. Tutasubiri finali itakuwa lini, tutawaletea finali pia moja kwa moja. Zidi kutazama Ndizi TV. Hapa ndio utamu wa Kisii, kwamba Obo Asuomo Kisii Captain 001 nasema kwa heri.